Baba wetu uliye juu mbinguni, Muumba wetu tena mpendwa wetu, tumekusanyika mbele zako mchana wa leo tukiwa na wingi wa shukran kwa sababu ya ukuu wako, kwa sababu ya wema wako na kwa sababu ya fadhili zako. Tumekongamana hapa familia za watoto wako Kristo Yesu, ikiwa lengo letu ni kukuabudu ewe Muumba wetu, wewe uliye Mungu wa miungu. Tunatamani mchana wa leo Baba yetu tuweze kukongamana na familia kubwa ya watoto wako wanaokuabudu duniani kote. Tunatamani Mwenyezi Mungu ya kwamba mwisho wa masiku pia tuweze kupatikana kwenye lile kusanyiko kubwa la watakatifu, ya wale watakao kuabudu milele na hata milele. Kwa sababu hiyo, katika ibada hii tunakualika Mfalme wa wafalme, ukawe kiongozi wetu na mwelekezi wa mambo yote. Watoto wako wakubwa kwa wadogo waliofika hapa Baba, ninaomba ukutane na kila mmoja wetu. Roho wako apate kutamalaki katika nyoyo zetu na katika uwanja huu. Sifa na utukufu zikurejelee wewe, na mwisho sisi wote tubarikiwe na tuondokapo hapa kwenda nyumbani. Ni ombi letu ya kwamba utujazie vikapu vyetu, tuondoke ikiwa tumebarikiwa kweli kweli na mibaraka ya kudumu hata milele. Kuwa pamoja nasi hadi mwisho tumeomba kwa imani kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na kimbilio letu. Amen. Happy Sabbath. Happy day. God is good. And all the time. Thank you. Thank you. Let me take this opportunity to welcome all of you to today's Sabbath and feel at Jesus' feet. As Pastor is going to minister to you so that you get the bread of heaven. May God bless everybody, the regular members of the church, and even those ones who have come here for the first time, and those ones who have not been here for the other Sabbaths. Na Mungu awabariki nyinyi nyote. Ningependa kuona wale hawajafika kwa kanisa hili la Kisii Central, musimame nyote so that we can welcome you in a very special way. Wale mmekucha kama wageni wetu, I would like you to stand up please so that we can welcome you in a very special way. Nimeona mama amesimama hapo, na wengine wako pale juu. Thank you for coming. Thank you for coming to worship with us. Kanisa la Kisii Central mnasemaje? Welcome. When they go to their home churches, what do they say? You take our greetings. Na Mungu awabariki for coming to worship with us. Thank you. Thank you. Can I see church choir standing up? Women ministries choir standing up? AYS choir standing up? Also, children choir standing up, choristers standing up. All our choirs, please, can you all stand up? Can you wave to our church members? Church members, wave back to our choirs. Thank you, thank you. Feel welcome at this time as we are going to worship our God. Thank you, thank you, thank you, thank you. So at this juncture, I would also like to welcome our guests who are with us at this time. I know our guests have come. All our guests feel welcome. Pastor will welcome you in another special way. Welcome. But I would like to welcome my friend Elizabeth, one of our guests this time. You can come up front. He's the chairman Public Service Commission. So you can say, come here, so that you can greet God's children. Wapenzi wa Bwana hamjambo. Hamjambo tena.
Nami nina furaha kubwa kwa kuweza kuja hapa niweze kujumuika na nyinyi katika kumtukuza na kumwomba Mwenyezi Mungu. Kwa majina ni Elijah Obebo, mimi ni mshiriki wa Kyogoro Central SDA Church. Nimekuja kwa mwaliko wa marafiki zangu wa kwa Pandani pamoja na my brother Elder Ratemo, who's a close friend of mine. I'm happy to be with you and may God bless us all. Thank you, my friend Elijah, for coming. Asante. So we have another special group which is coming to give us special teachings in the evening. Those are those ones who are going to handle the special groups. At Sanane, we are going to have special groups. So I would like to introduce to you Dr. Grace Ogeto from Caripis. If you have come, please, can you stand up wherever you are? Madam, greet the church. Thank you. Thank you. So also, we have a Deeper Oigo. If she's present. Deeper Oigo. Okay, she might come in. They have to. Oh, okay. So, if you don't mind, please, can you all come, those guests who want to give us? Oh, okay, fine. We can bring you later. Also, Jonathan Kaya, I'm told you are with your family and your son. Please, can you stand up and greet us? Thank you. Also, Alice Kibagendi. Where are you, Alice? You are one of our guests, although you belong to us here in Kisii Central. When we can wait, you're our guest. Alice Kibagendi, where are you? I think she's among the congregation, Thank you. So now let us come up front so that I can introduce members who are present here. Okay, Helen Mandere, can you come and say hi to the church? She's going to be in charge of songs. Wana na binti wa mfalme, hamjambo nyote? Karibuni nyote kwa ibada asubuhi ya leo. Thank you. Next, she's Lois Ratemo. She's my wife. We are the leaders of Family Life Ministries in this church. So she can say hi to you. Hamjambo wasafiri wa mbinguni. Hamjambo tena. Muko na furaha. I thank you so much for coming and I welcome you to Family Life Sabbath today so that all of us together we can enjoy being at Jesus' feet. Amen? Thank you. This, for the last 1 week, we have been having a guest speaker who has been taking us through sermons and teachings in family life. So for those ones who attended, you gained a lot. And may God bless you. For those ones who attended, you gained a lot. So also at this time, I would like to call Elder Maonga. Elder Maonga Enoch is one of us, he's the assistant director. Plus his wife is missing. Where is your wife? Can you come? The wife to Maonga. You are our assistant directors. You are very far. Okay, Maonga. Happy Sabbath. Yuko pale juu kwa ile tent, so she's greeted you from that side. May God bless you so much. Okay, thank you, Elder. Then we come to children's story. Cindy. Happy Sabbath. Happy day. Have a blessed day. Okay, thank you. The one who's going to have a prayer for tithes and offering is Dr. Evelyn Mosi. Dr. Evelyn Mosi, can you come and say hi to the congregation? Happy Sabbath, church. Happy Sabbath once again. Be blessed. Thank you. Emily Kingoina, sign language, please come here and say hi to the church. Good morning, church.
Good morning once again. I'm also Daniel Ratemo, the Family Life Director. So at this time, I would like to call upon our Senior Pastor, Church Morara, to come and introduce our guest. Thank you, Pastor. God is good. Bwana asifiwe. Ni wangapi ambao wako na furaha kwa mkono? Bwana asifiwe. Tunamshukuru Mungu wetu. Leo tuko na wageni wengi na wengine wanaendelea kuingia. Mmekaribisha wote. Tutawaleta watusalimie baada ya divine hour. Lakini kwa sasa ningependa all our elders tusimame. All our elders tusimame. Na kwa niaba yao Justice Onyanja si utusalimu. Kwa niaba ya all elders tusalimie kwa niaba ya wote. Good morning. I take this opportunity to say God is good. God is good all the time. I thank God for giving us this opportunity and pray that He continues being with us. I take this opportunity to greet all of you on behalf of our elders. Good morning. Thank you. Pia Elder former Chief Justice Maraga is within Kisii. Last evening alikuwa New Life kuongelesha vijana. Tumeongea naye, amesema ya kwamba in the month of September one of the Sabbaths atakuja hapa kwetu ili awe mgeni wa siku na kuhubiri. Ni wangapi wanakubali hizo salamu zake? Tunashukuru. Tuko na Pastor Absalom. Kuja utusalimu. Kuja utusalimu. Pastor Absalom sasa sio kijana, ni mzee. Tusalimu. Bwana asifiwe. Nipungie mkono. Our God is good. Mkuwe na sabato njema. Asanteni. Yule ambaye atanena nasi anaitwa Pastor Moses Omoro. Pastor Moses Omoro ameongea nasi kwa wiki mzima. Anatoka district ambayo inaitwa Mutitu, Mboni district Ukambani, kwa fili ambayo inaitwa East Nairobi Field. Pastor Omoro is married. Akona bibi moja. Akona watoto 4 ambao wanakaa naye pale Mboni. Tutapanga siku nyingine wakuja wote. Ni wangapi ambao wanasema wakati wako ukifika asimame na anene nasi? Karibuni pastor. Kuna wageni wengine tutakoleta wote. Kuna elders ambao wametoka Iwacho. Kuna Pastor Shikamali Ondoko Twere. Nimeona atakeva yeni wote tutawaleta baada ya sermon. Kwa hivyo program will run as it was programmed. Asanteni. Sisi sote tutafungua Biblia zetu katika kitabu cha 2 Samuel chapter 23 verse 5.
the book of 2 Samuel, chapter 23, verse 5. And I'll read. Is not my house right with God? Has he not made with me an everlasting covenant, arranged and secured in every part? Will he not bring to fruition my salvation and grant me my every desire? I'll repeat. Is not my house right with God? Has he not made with me an everlasting covenant, arranged and secured in every part? Will he not bring to fruition my salvation and grant me my every desire? May God bless the reading. All of us will stand with nyimbo zetu za Kristo nambari 105, na nitauliza choristers wakuje ili watuongoze. Nyimbo za Kristo nambari 105. Tuimbe sisi sote pamoja. Tutaomba jinsi tulivyo. Our gracious Heavenly Father, thank you for your love, thank you for your care, thank you for the providence of life
And thank you for the blessings of the Sabbath. We have come before the throne of mercy this precious morning, the Sabbath day, with confessions of our sins and all our unrighteousness. Our dear Father, like David in the book of Psalm 51, we have come before you with all our transgressions, which are always before thy face. And therefore, Lord, we are pleading with you that you may forgive us. You may cleanse us inward out. Cleanse us from all unrighteousness, our Father. Dear Heavenly Father, we want to commit this congregation unto able hands, that we may answer to all our needs that we have whispered, each and every one of you. Our Heavenly Father, as we worship you, come and listen to us and take us, make us holy before you, God. In a special way, Lord, we want to present unto able hands your manservant, Pastor Moses. Pastor Moses is just like a vessel, like Moses, Prophet Moses in the Bible, whom you used to deliver your brethren from the land of bondage in Egypt. Please, may you make use of him today. Like Isaiah in the old, prophet Isaiah, cleanse his lips, that whatever he speaks of the word from heaven. Our dear Father, we pray for our families. We have come here today as a family Sabbath, and all of us are coming from families. Families have different challenges and different strengths and different tribulations. Heavenly Father, this is the core of our society. And therefore, we are asking you today, our Father, heal our families. We pray for our children who are in schools. Bless them. Take care of them there. Protect them. And above all, God, let them be the light. The children whom we have grown in the church, who know the light, let them shine wherever they are, my Father. Our dear Lord, could be their families who are struggling. This is the moment to heal their hearts. Our God, we pray for our country. We pray for blessings. We pray for guidance. We pray for all our leaders in the country. May you bless them, give them the light, the wisdom to lead their country to the right direction. Most importantly, that, Father, we may find freedom of worship. Father, we pray for our leaders of the counties, including our Kisii County, my Father. Bless the leaders. Bless our governor. Guide him and give them wisdom. Above all, we pray for unity that surpasses all understanding, all human understanding in this county. We thank you for the guests who have come today to fellowship with us, and above all, to give donations that will support the growth of the gospel ministry in this church. Thank you, dear Lord. Bless us, guide us. We have prayed in Jesus' name. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us and grant us thy peace. Amen.
Happy Sabbath, church, once again. It is another special moment that we want to worship our Lord through giving. And before we do that, I want to give an encouragement from the book of Psalm 50:14. The Bible says, offer God a sacrifice of thanksgiving, fulfill the vows you made to the Most High. I want to encourage you, brethren, that God has blessed us differently and abundantly. So this is the time that we need to give back what he has blessed us so that we may fulfill the promises. As the deacons and deaconesses rise up, let us pray. Our Father and our God in heaven, we come before your throne of mercy this Sabbath day with lots of thanksgiving. It's another special moment that we want to return back what belongs to you. We pray that you may bless each one of us. Fulfill the desires and the wishes of our hearts, for we pray and trust in Jesus' name. Amen. Number 95. Possibility group. You come for a song. Followed by Adventist men. And sing the wondrous love of Jesus, sing his mercy and his grace. In the mansions bright and blessed, he'll prepare for us a place. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. While we walk the pilgrim pathway, clouds will overspread the sky. But when troubling days are over, not a shadow, not a sign. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory. Let us then be true and faithful, trusting, serving every day. Just one glimpse of him in glory, will the toils of life repay. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. When we all see Jesus, we'll sing and shout the victory.
sifa, wengi wa kuabudu, mbinguni wa kusujudu, bahari nchi kavu, unastahili sifa, wengi wa kuabudu, mbinguni wa kusujudu, bahari nchi kavu. Haleluya, twakusifu, twakuinua Mwokozi, msifuni jua mwezi, viumbe vyote sifuni. Haleluya, twakusifu, twakuinua Mwokozi, msifuni jua mwezi, viumbe vyote sifuni. Umenitendea makuu, washangaza kwa mfano wako mwenyewe uliniumba, na kushukuru Bwana, umejawa fadhili, muumba mbingu na nchi, takusifu milele, na kushukuru Bwana, umejawa fadhili, muumba mbingu na nchi, takusifu milele. Haleluya, twakusifu, twakuinua Mwokozi, msifuni jua mwezi, viumbe vyote sifuni. Haleluya, twakusifu, twakuinua Mwokozi, msifuni jua mwezi, viumbe vyote sifuni. Haleluya, twakusifu, twakuinua Mwokozi, msifuni jua mwezi, viumbe vyote sifuni. Haleluya, twakusifu, twakuinua Mwokozi, msifuni jua mwezi, viumbe vyote sifuni. Korandiore ringana ryobonda, yomitokori bagarire. Korandiore ringana ryobonda, yomitoko moba soone. Rige sabo nongangerire, mere moya bagesi ere. Sanya ona kirirabe, monene kago sangerelia banto. Korandiore ringana ryobonda, botuko boto ererete. Korandiore ringana ryobonda, rigesari iya richenu. Rigesavo nongangerire, mere moya bagesi ere. Egima, rigesari
Koranyo relingana ryobonda chere yabanto bara iwe no sangere nige sarigia icho owatane nabane Rige sabo no ngangerire ngerire mere moya bagesi ere Sanya ona kirirabe monene kago sangere nyamanto Rige sabo no ngangerire ngerire mere moya bagesi ere Kegima Rige sanya ona kirirabe monene kago sangere nyamanto Now it's children's story. Cindy? It's time for the children's story, led by the kindergarten class. Jesus loves me, 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 Jesus loves me. Hallelujah, Jesus loves me. Oh, hallelujah, Jesus loves me. Loves me, Jesus loves me. 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 Let's pray. God help us before we start our sermon. In Jesus' name I pray, amen. Hello. Our sermon today is the second part of Comfort for the Sorrowful in Christ, led by kindergarten class. Hello, children. Hello. Can you see here? Ebu, look here. What can you see? I want you to tell me what you can see here. Raise up your hand. Come. What can you see? I can see angels. Angels. Can you touch the angels? Where are they? Good. Another one. What can you see? I see people. Where are they? Go and touch them. Thank you. Another one. I see God. Thank you. Another one. The children can see God. They can see angels.
How can you see the people? Are they sad or they are happy? Are they sad or they are happy? So they are happy. Now, our topic today is about comforting the sorrowful. Now, last Saturday, we learned about comforting the sorrowful, part 1. Today is part 2. Now, it was about Paul comforting the Christians about their loved ones who have died. Now, we know as Christians, we have our loved ones who have died. So Paul was comforting the Christians that those who have left them in death, when Jesus comes, they will rise up again and they will go with him. Now, as Christians, we should also have faith that when Jesus comes, even our beloved ones will rise. As we are like this, we have lost our beloved ones. Most of us have lost their beloved ones. Let us have that comfort that when Jesus comes, they will rise again. Now, let us hear what Kemi is telling us. For this you declare to by the word of the Lord, that we who are alive, who are left until the coming of the Lord, shall not precede those who have fallen asleep. That is God's plan, that even if when they will rise, we will go all of us together. No one will go ahead of the other, but we will go together, all of us. Bruce? For the Lord himself will descend from heaven with a cry of command, and with the archangel's call, and with the sound of the trumpet of God. And the dead in Christ will rise first. Then we who are alive shall be caught up together in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Therefore, comfort one another with these words. There was no need for them to worry anymore. No need to be sad, for Jesus was coming again, and he will give life to the dead on the glad resurrection morning. Then they will be caught up together to meet the Lord in the air. The dead will rise and they will meet with their beloved ones and they will go with Jesus. That is God's plan. And we shall all meet with our beloved ones. What can you say, Bryce? What precious words. Together, always with the Lord. Together, always with the Lord, our beloved ones will meet with us and we will never depart again. Now, as Christians, look at your home. You have neighbors, you have friends, you have workmates. Why don't you give them that hope that when Jesus comes, the dead, the beloved ones will rise, we will meet, we stay together, no more tears, no more sorrows, we will live forever and forever together. Now, I'm asking the children, look at this banner here. If you look at this one, we can see Jesus coming from the clouds with the angels, the children have said. If you look at the people, are they happy or they are sad? So the same way, the time when Jesus comes, we will all meet with our beloved ones and we shall go to heaven together. We will be happy. We will live together forever and forever. Amen. Let's pray. God, you have helped us before morning up to now. In Jesus' name I pray, amen. Thank you for listening, children. Someone invite you again for more lessons. Bye. See you.
Salamu alaikum. Tunamshukuru Mungu kwa kutupa nafasi ya kuweza kukongamana hapa katika Sabato hii njema, Sabato hii takatifu, tunapotamatisha shughuli nzima ya wiki ya maombi kwa minajili ya familia zetu ambayo tumeshaiendesha tangia mwanzo Jumapili iliyopita hadi siku ya leo tunaitamatisha tu. Nimesimama hapa nikiwa na shukrani nyingi sana moyoni mwangu. Mtoto wa watu, nimetoka katika district ya Mutitu ambalo ndilo district ya kwangu, mahali ambapo nimeyasimamia makanisa takriban 12 na Sabbath schools 4, na nashukuru sana ya kwamba katika Ukambani kumeanza kupanuka na injili ya Yesu inazidi kutiririka katika vitongoji na vijiji vya Ukambani. Ila ninachokiona siku ya leo ni mshangao mkubwa sana kwangu. Manake mimi mtoto wa watu nimezoea kuona kundi kubwa kama hili katika misimu ya makambi tu. Na hata hivyo nikaunganisha districts zangu 3 ama 4 Ukambani, hayawezi akafikia kusanyiko hili liloko mbele yangu. Kwa hivyo mtoto wa watu kwangu nikana kwamba tuko kwenye makambi, na ninaomba Mwenyezi Mungu atuongoze na kutubariki tuanzapo mpaka mwisho katika jina la Yesu. Amen. Katikati ya juma hili tumekuwa tukiongea kuhusu swala zima la familia zetu. Nataka nishukuru waimbaji waliokwisha kuimba hapa nyimbo zimepigwa, nyimbo za kuvutia kweli kweli. Na kwaya ziko Kisii Central, watoto wa Mungu mmebarikiwa ninyi. Sisi tunaokaa katika vijiji kule Ukambani, wakati mwingine tunatamani kusikiliza nyimbo tamu kama hizi, tunaweza kuzisikiliza kwenye mitandao tu. Lakini kwaya kama hizi jamani hatuna kule upande ule mwingine. Kwa hivyo leo ni jambo la ajabu sana kuweza kusimama kwenye kusanyiko kama hili. Wachungaji mbarikiwe sana kwa kuweza kunialika mimi niliye mdogo nipate kusimama kwenye kongamano hili kunena na watu wa Mungu. Ninapomaliza shughuli mchana wa leo kanisa, nataka niwapeleke katika maisha ya Daudi, mfalme wa Israeli. Daudi, maisha yake ilikuwa ni maisha yenye panda shuka nyingi. Na tunaposoma kisa cha Daudi katika Biblia, tunakutana na mtu mmoja ambaye maisha yake, kwa lugha nzuri tu ya kizungu naweza sema maisha yake is a kaleidoscopic life. A kaleidoscope, wapendwa wa Yesu, ni kifaa ambacho kinaonyesha rangi tofauti. Ukiigeuza upande mmoja itakuonyesha rangi tofauti, na ukiigeuza vingine itakuonyesha rangi tofauti. Nitazamapo maisha ya mtoto wa Yese Daudi, ninaona mwanaume mwenye maisha ya rangi. Utamtazama upande mmoja, utakutana na Daudi akikufundisha funzo tofauti. Mgeuze vingine na atakufundisha lingine. His life was such a rich life, the son of Jesse. Lakini jioni ama mchana wa leo, ninawaalika wana Kisii Central ya kwamba tunapotafuta mkate wa uzima mchana wa leo, tembeeni na mtoto wa Esther na tuelekee katika kitanda chake, mahali ambapo amelala hata inuka tena. Leo tunakwenda katika chumba cha mauti, tunakwenda katika chumba cha kulala, mahali mtoto wa Yese atalala na hatutaisikia sauti yake tena katika dunia yetu. Katika King James Version kwa lugha ya Kizungu, mama msomaji alisoma lugha mama tafsiri tofauti. Ninaomba msomaji wangu uweze kutembea nami katika King James Version na utupe habari kwamba itasema namna gani. Anzia fungu la kwanza kitabu cha Samueli wa pili sura yake 23. Tunakwenda katika chumba cha mauti, mahali ambapo mtoto wa watu amelala kwenye kitanda hatoinuka tena. Sema namna gani msomaji wangu? Fungu la pili la Samueli. Anzia fungu la kwanza tu hapo. Basi haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi. Habari ndiyo hiyo, nataka ushike maneno hayo. Haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi. Inamaanisha hatutaisikiliza sauti tena ya mfalme huyu
katika eneo lolote lile. Anatupa wosia wake wa mwisho, anatupa habari zake za mwisho. We are coming close to his deathbed, and what will be the last words of the great king of Israel? Let us come close, church. Come with me to the deathbed of a dying man, and we want to listen to the final words of the great king. Tumesikiliza fungu la kwanza, sasa ruka mpaka aya ya 5. Sema namna gani sasa? Je, sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana? Habari ndio hiyo. Nipe kwa kizungu sasa. Tafsiri ya kizungu inaweka vizuri zaidi. King James Version. Although my house be habari not ndio hiyo. so I love God, the translation. Come again, man of God. Although my house be not so Although God, my house be not so with God. Shikilia hapo. Niko na sentensi moja fupi tu hapa, na ninaomba Mwenyezi Mungu akanitumia kama chombo mikononi mwake niweze kuitafsiri katika usikivu wenu wapendwa, ili sote tuondoke hapa tumebarikiwa pamoja katika jina la Yesu. Tumefika katika chumba cha mauti sasa, wapendwa wa Yesu. Tembeeni nami, njooni tuingie kwenye chumba cha mfalme. Utampata mtoto wa Yese amelala kwenye kitanda chake. Mtoto wa Yese ameshamaliza kazi yake duniani. Amefanya mambo makubwa, ameimba nyimbo ambazo dunia haitaisahau mpaka Kristo kuweza kurudi. Asubuhi kwenye lesoni tumesoma baadhi ya maneno ya mfalme Daudi. Tumekwenda na tukasikiliza nyimbo za the great psalmist of Israel. Ameimba nyimbo, ametamka maneno ambayo dunia yote haiwezi kuyasahau. Sasa anayatamka ya mwisho kanisa. Atatuambia nini mchana wa leo mtoto wa Yese? Anatualika kwenye kitanda chake. Kisii Central, come to the deathbed of the great man. Let us listen to the final words of this great king. And as he begins his final song, wimbo wa mwisho, mtunzi wa zaburi amezitunza chungu nzima, lakini sasa ndiyo zaburi ya mwisho. Hatatunza nyingine, hatatunga nyingine tena, hataimba wimbo mwingine tena. Ni wimbo wa mwisho wa mfalme mwema aliyeziimba nyimbo za kuvutia na kupendeza kweli kweli. Anapoianza wimbo wake, familia za Kisii Central, anapoianza wimbo huo, anaianza kwa maneno ya namna gani? Nataka uwe makini sana mpendwa wa Yesu. Zingatia maneno ya Daudi sasa. Rudia tena kwa lugha ya kizungu msomaji wangu. Although my house be not so with God. Although my house be not so with God. Shikilia hapo, usiende mbele. David begins his final song with a regret. Ameanza kwa majuto kanisa. Daudi ameanza kwa kujuta. Ameanza wimbo wa mwisho akilia mtoto wa Yese. Ameanza wimbo wake wa mwisho akiomboleza mbele za Mungu wa mbinguni. Wimbo wa mwisho. Tumesoma pale juu ya kwamba haya ndiyo maneno ya mwisho ya Daudi, na anapoyaanza sikiliza vizuri. Wewe unayejua kizungu, anaanza kwa majuto, with a regret, with an although. It means that things are not okay. It means that things are haywire. It means that things are wrong, church. Come to the deathbed of the king, and the king begins to sing, and it is a song of regret. Anza wimbo akilia, anza wimbo akiomboleza Kisii Central. Ameanza akiomboleza, na anaomboleza juu ya nini? Mtoto wa Yese analia nini kanisa? Analia juu ya familia yake wapendwa wa Yesu. Ameanza akitaja familia yake mbele za Bwana. Anainua familia hiyo katika kiti cha enzi, na anapoanza ameanza akilia akisema, although, oh my Father in heaven, although my house be not so with you, I know, Heavenly Father, that this house is not right. I know, Heavenly Father, that my house is a broken house. And so, in the final song of the prophet begins by a regret. The prophet begins by telling God that I am coming from the midst of a broken family. I am coming up from the midst of a family in turmoil, a family in trouble. Church, Mwenyezi Mungu atusaidie tutafakari wimbo wa mwisho wa mfalme Daudi.
kwamba je, itakuwa namna gani kwetu sisi familia za Kisii Central? If the great man David can begin with a regret, how about us? Sisi kwetu itakuwa namna gani kanisa? Ninamuona mtoto wa Yese. Amechoka, amepiga vita vyake mpaka mwisho. Amechoka, hawezi kuinuka tena. Ameshapambana na maadui za Israel. The great king has done his warfare. And now he has laid down the tools of war for the last time. He will not lift up a sword again. He has sung his songs and now he comes to the last song. Anachukua gitaa yake, anachukua the harp, akaanza kuicheza mbele ya Bwana. Ni wa mwisho, hata cheza nyingine tena. Aanzapo wapendwa, anaanza kwa majuto, akijuta. Ni kwa nini Daudi akajuta? Katika juma hili la maombi kwa minajili ya familia zetu, tujiulize wapendwa, ni kwa nini the great king is lamenting, is mourning on the behalf of his family? Ameanza akimwambia Bwana, ninajuta kwa ajili ya familia yangu, ninajuta kwa ajili ya wake zangu, nina majuto kwa ajili ya watoto wangu. The beginning of the song is a regret. It's a bad story. It is a sad story, church. When we go back to the life of the great man, come with me, church. Let us now get out of the deathbed and follow the footsteps of the king to realize why he's beginning his last song with the regret kwa majuto. Tatembea nami rafiki mpendwa, na utaangalia maisha iliyokuwa na panda shuka nyingi sana. Utaiona maisha ya mtumishi wa Mungu, maisha ambayo haikupendeza hata kidogo. Familia ya Daudi mtoto wa Yese ilikuwa familia mashakani, ilikuwa familia shidani, ilikuwa familia iliyokuwa na taabu chungu nzima. Na Daudi sasa anaikumbuka familia hii mbele za Mungu wa mbinguni. Tunaporudi kule nyuma, tunakutana na wake wa Daudi. Wake zake hawakuwa wake wakamilifu, walikuwa wake ambao baadhi yao walikuwa watu wapotovu sana. Siku moja akakutana na mfalme Daudi. Mfalme ameiona sanduku la agano ikirejea mahali pake hekaluni mwa Bwana. Na ilipokuwa ikirejea, Daudi kwa furaha akashangilia, akaimba, akapiga densi, hata akavua nguo yake. Mtoto wa Yese, the prophet of Israel, is celebrating the ark of God. Na mke wake alipomwona, kanisa, mwanamke aliona mwanaume pumbavu, aliona mwanaume asiye na akili, aliona mwanaume aliyepagawa. Na mke wake akamcheka, akamwambia Daudi, kwa nini? Kwa nini? Why are you celebrating that God? Why have you done so that you have exposed your nakedness, O king? Mke wake sio mwanamke mkamilifu. Pengine hajaipa uzito sanduku la Bwana kama vile Daudi alipoipa uzito sanduku hiyo. Mbele za Daudi, sanduku hilo linaashiria uwepo wa Bwana miongoni mwa watoto wake. It showed that the Lord God Almighty had come to dwell with his children, with his family on earth. And so David celebrated the Ark of the Covenant. And as he was doing so, the wife spoke ill of him. Katikati ya familia ya Daudi, tunakutana na Absalom, wapendwa wa Yesu. Absalom ni muasi. Absalom is a total rebel. Alipomwona babake kakalia kiti cha enzi, Absalom akasema, dadi, haufai. You don't belong on that throne. Absalom akamwambia mwana wa Yese aliyekuwa na upako wa Roho Mtakatifu juu yake. Absalom akamwambia, my father, that throne belongs to me. Na tembea nami mpendwa, na tunakutana na Daudi ameng'atuliwa kwenye mamlaka, ameng'atuliwa kwenye kiti cha enzi, na mtoto wa Yese akaondoka akiomboleza
aliomboleza. Ukisoma kwenye kitabu cha Biblia kitakwambia Daudi alitoka Jerusalem. Alitoka Jerusalem miguu tupu. Alitoka Jerusalem machozi yanamdondoka. Alitoka Jerusalem amechukua matambara akafunika kichwa chake. The king was mourning because his son has taken his place. His son has become the arch rebel. His son has decided that David is not good enough. What a broken family. What a broken family, church, where children look down upon their fathers, where children can abuse their fathers the way they like. What a broken family, Kisii Central, where children look down upon the ones that have given birth to them, and they don't count as anything in their eyes. That is David's family. Absalom amemngatua kwenye mamlaka. Mtoto wa Yese kaondoka akiomboleza. Nakutana na Daudi alipokuwa ngambo ile akikwenda, amechukua askari ndogo, bodyguard yake peke yake, wanamuondoa. Na alipokuwa akitoka, mwanaume mmoja jina lake Shimei akachukua mawe akaanza kumtupa Daudi, akimtusi, akamwita majina yasiyofaa kwa sababu mtoto wake amemngatua kwenye kiti cha enzi. Katika familia ya Daudi tunakutana na Amnon. Tunakutana na Amnon, mwanaume asiyefaa. Amnon akampenda dada yake mzaliwa wa babake. Amnon akamtamani mtoto wa baba yake. Na tukitembea katika chumba hicho tutakutana na Amnon akifanya dhambi. It is a family that is even incestual, church. What a family was David's family. What a tragic family this is. And I can see very well and realize why the son of Jesse begins his last song with the regret on the behalf of his family. Because it is a broken family it doesn't deserve. It is one of the most useless families around. Because in that family you even find incest. Brother sleeping with sister. Wapendwa wa Yesu. Daudi amelala kwenye kitanda cha mauti. Anapolala akingoja kifo iweze kumpeleka katika dunia nyingine. Anamuona Amnon akimtenda maovu, akimnajisi dada yake. Amnon akaleta aibu kwa nyumba ya baba yake. Isitoshe, Absalom akasema haiwezi kwenda bure, nitalipa damu kwa damu. Absalom akamngoja Amnon siku moja. Alipompata mahali pazuri, ameweka kisu hapa ndani kanisa. Nataka niwaambie, I am telling you the story of our family's church. Do not look at the family of King David and look down upon it, because it is the story of our family's too. Akachomoa kisu, akampata Amnon, akaingiza kisu na kuua ndugu yake. It is a murderous family also. What a family is the family of this man of God. What a tragedy is experienced in the family of the prophet of God. Remember, David was a prophet. He is a prophet. What a tragedy in the house of the prophet. Piga yeye kisu akaua yeye. Akamalizana na ndugu yake. Siku ilipofika, alipong'atua baba yake yeye mwenyewe kwenye kiti cha enzi, yeye Absalom. Wakati ikafika, majeshi ya Daudi yakarudi kumrudisha Daudi katika kiti cha enzi. Ilipofika wakati huo, ninaona Daudi akilia, akimwambia Joab, kamanda wa majeshi ya Israel, ya kwamba Job, when you get hold of that boy, do not lay your hands upon him. Usiguse Absalom, because my heart is still knit with my boy, my son. But the day comes when Absalom is hanging on a tree. Amenyongwa. Kijana mpendwa wa baba yake amening'inia kwenye mti. Which parent is happy when their children are that broken? When their children are in so much trouble, which father, which mother will be happy, will rejoice when their children are caught up in the web of sin in this world? Nani atafurahi, mpendwa wa Yesu? Daudi aliomboleza akalia Absalom. Absalom, Absalom, my boy, kwa nini haukusikiliza sauti yangu mwanangu? Kwa nini haukuwa mpole Absalom wangu? Daudi akaomboleza mtoto. It is a family that is in tatters, in misery. It is a family in ruins, church. And this is why when David begins his final song on earth, it is a song of regrets, church. Brothers and sisters, it is a song looking
looking back upon a life of sin, looking back upon a life full of trouble. Daudi mwenyewe akamwangalia mke wa Uria, akamtamani, alipomtamani akasababisha maafa ya Uria Mhiti. Remember, Uriah was a faithful bodyguard to David. Whenever you count the mighty men in the army of David, you will never miss the name of Uriah the Hittite. Uriah, Daudi alipotoroka akifukuzwa Jerusalem, Uriah was with David in the wilderness. This is the faithful man of God that has stuck with David through the ups and downs of life. But now a time comes, church, when David is paying Uriah with the bad coin. David is paying Uriah with the tragic coin, a coin of death. A coin, church, a coin of adultery. Anamnyang'anya Uriah mke wake. Daudi anaangalia maisha yake, anaona maisha isiyofaa machoni pa Bwana Kisii Central. What a tragic story. And so today, church, as I come to the culmination of my story at Kisii Central, as I prepare to go back to Cumberland, it is my desire, my sincere prayer, that may the song of David be an instruction to all of us in Jesus' name. Taka mpendwa wa Yesu katazame pamoja nami na kujua ya kwamba Daudi anapoanza kwa majuto, swali ni kwamba je, ni familia gani katika dunia yetu ambayo haina majuto ndani yake? Ni familia gani tunaweza kuangalia ndani yake na tukose mambo ya kujutia? Ni familia gani tunaweza itazama na tuwaone watoto wasichana wakamilifu, na tuwaone watoto waume wakamilifu, na tuwaone wake na waume wakamilifu? Niambieni ni familia gani nipate kwenda pale nikaitafuta. Daudi anatuambia ya kwamba the families of earth are basically the same. Broken families, families in trouble. In the sight of Jehovah, our families are sick and in need of a doctor. Dr. Jesus, come down today. Come, Lord, and meet with the families of Kisii Central. Families that are broken in your sight, Son of God. Families that are crying day and night. Some of them, Lord, are crying because their children are gone the way of death. Some of us are crying because our spouses are gone the way of death. Lord, indeed we need you, King Jesus, in our families. Because these families are so broken that had we exposed our families and their histories in this church, if our families can be exposed like this, what family is perfect in the sight of the Lord? Juzi nikasoma kisa cha Elon Musk. Yule mwanaume wa mitandao alikuwa anamwambia Elda, saidie kutafuta jina lake hapa. Elon Musk amezaa mtoto kijana, mtoto wake, mtoto mwanamume. Na nikasoma kwenye mitandao ya kwa mtoto wake huyu, mtoto mwanaume alipokuwa katika high school, mtoto mwanaume akawa mtoto mzuri tu, wako sawa tu. Alipomaliza high school, akarudi kwa babake mpendwa. Na aliporudi kwa babake, alirudi akiwa mwanamke. Amesha kwenda na kufanywa upasuaji na akabadilisha jinsia yake. A baby boy is coming back to his father as a woman, a young woman. Na akasema sitaki kuwa mwanamume. What family is not broken in our community, church? What family is perfect in the sight of the Lord here? Our families are mourning, from the greatest families on earth to the poorest in the ghettos, in the stinking ghettos of our cities. Our families are so broken that we need Jesus, church. We need him so much so. And hence the reason why Seventh-day Adventist Church has set time for our families, has set time for specific departments, because we need God, particularly in our families, we need God so much so. And now go back with me to the history of the saints of old. Is it David alone? No. I want to tell you, church, that it is not a sickness that is plaguing the house of the king alone. Go back with me to the first family on earth. What do you see in that family? What do you see in the family of Adam and Eve? Is it a complete family? Is it a perfect family? Behold the mother and where she went. Behold the sons and how they relate to one another. Broken families from the foundation of the earth in Eden. Broken families when we
recount our history from one to the next, one generation to another, which family can be sung as a good family, as a family that is worth emulation. Come with me to the family of the great man Abraham. Familia ya Ibrahimu mpendwa wa Yesu. Ikawa familia mashakani pia. Baba wa imani, mzee wa imani, watoto wake wako taabani. Ishmael anamcheka Isaka. Ishmael ako na uhasama na Isaka, na familia ikawa matatani. Ukitoka kwa Ibrahimu unashuka kwa familia ya mwanawe Isaka. Was it a good family? Follow their story, and it is another tragic story. It is another broken story. It is a story, not a story to be emulated anywhere else. It is a story of favoritism, a favoritism that has trickled down to our generation. And we see parents that have favoritism to their children, their own children. Siku moja mtoto wa Esther, nimeondoka nikisafiri kwenda nyumbani kwetu Nyanza. Nimeenda nikaiabiri basi pale Nairobi, na nikapanda basi ya kuelekea Nyanza. Katika safari yangu nilikuwa nimekalia kwenye kiti kimoja mpendwa kwenye basi hapo, na akatokea mwanamke aliyebeba mtoto, na mwanamke huyu akaja akaketi kando yangu. Nilicho kinotice alipoketi kando yangu ni kwamba mtoto aliyembeba was a special child. She is this lovely beautiful girl that is suffering from cerebral palsy. This is a child that cannot feed herself. She cannot sort herself in any way. Na mwanamke huyu ni mtoto mkubwa, ni mzito. Mama amembeba, akaja naye, akakaa kando yangu, na kwenye safari ya kuelekea Nyanza, mwanamke huyu anamshughulikia mtoto huyu kwa upendo. Anatoa chakula akimlisha mtoto. Shingo yake haiwezi kuinuka. Mama ni sharti aisitiri, akaibebe namna hii ndiyo kichwa cha mtoto kiweze kusimama, akimlisha kwa upendo. Anapoenda choo, mama anambadilisha pampers papa hapa kwa kiti, na akapambana na mtoto mpaka tukafika Narok. Tulipofika Narok kanisa, tulipofika Narok, mwanamke huyu akaniambia, manake tumekuwa tukiongea, akaniambia naomba unishikie mtoto huyu kwa dakika kidogo, nikaende kwa haja ndogo. Na nikajua hakika mwanamke huyu amechoka, manake mtoto huyu ni mzito. Nilimchukulia mtoto nikambeba, na mama akaondoka, akakwenda kujisaidia na akarudi. Aliporudi hakuwa na haraka ya kuchukua mtoto, na kwa sababu hiyo nikambeba yule mtoto wa cerebral palsy, nikambeba kwenye mapaja yangu, na safari ikaanza. Na mwisho nikamuuliza mama habari za mtoto huyu, na mama akaniambia kisa chake. Akaniambia walipozaliwa walikuwa mapacha. Alikuwa amezaliwa mtoto huyu akiwa na pacha wake. Nikamuuliza mama, pacha wake yuko wapi? Hapo ndipo mama akanionyesha pande mwingine wa basi. Mzee alikuwa na pacha wa mtoto huyu. Pacha wake is a beautiful baby girl, born normal in every sense, as beautiful as these girls that were standing right here. Yeye ni mtoto mrembo, mtoto mzuri, na mama akaniambia that is the favorite of her father. Huyo ndiye mtoto wa dadi, na mimi huyu ndiye wangu. Katika safari hiyo yote sikuwahi ona mzee akiondoka pale kuja kumsaidia hata mama huyu ama kumuuliza mnaendelea namna gani. Mzee na mtoto wake wamekalia upande ule mwingine, wanapiga story, wanakunywa yogurt, wanakula ice cream, wanafurahia maisha, na mama amebeba mzigo wake wapendwa. Favoritism that began in the earliest families on earth, it is still there today in our families. And this woman is fighting with her burden. It is a burden that is so heavy to carry, church. Go and ask them. I want to send you today, church. Go and ask them that have children with mental issues. Go and ask them with children with disabilities. Go ask them the burden they are carrying, church. Go ask them again, and you will see that indeed our families are in trouble here on earth. So we come to the family of Jacob. Another sick family, another broken family, a broken record. Jacob's family is so sick that we can only wish that it was not our own family. In the middle of that family, we come across Simeon and Levi, young people who are so cruel
People who are so heartless that they were ready to slaughter an entire city for the sake of their sister whose virtue had been taken by the people of that land. Walichinja wakaua. In the middle of Jacob's family, I come across a Reuben, one that would desecrate his father's own bed. Akachukua mke wa baba yake akalala nayo. Katikati ya familia hiyo ninakutana na Juda aliyelala na mtoto mkaza mwana wake na akazaa naye mtoto. Na ukifuata historia ya Yesu Kristo utagundua ya kwamba Yesu amezaliwa kwenye familia ya Juda. What many people do not know, that Jesus was born from an incestual union between Judah and the daughter-in-law Tamar. Broken records, broken families. So the son of Jesse is crying, lamenting today. Which family in Kisii Central is perfect, church? Which family can be sung? Which family can be emulated here in Kisii Central? We are basically the same as those old men of faith. We are one and the same people. But now come with me. I want to come to the end of this presentation today. Come with me, child of heaven, and let us hear the next side of this verse, the other side of the story. David has regretted the story of his life. He has regretted about his family. He has come to plead with God on the behalf of this broken family. But what is this man of God to tell us on the other side of the coin? Son of man, read it and then we come to an end to this presentation today. Kitabu cha Samueli wa pili mlango wa 23 aya yake ni ya 5. Endelea kusoma papo hapo, anzia mwanzo. Although my house be not so with God, ingawa nyumba yangu sivyo ilivyo mbele za Bwana, yet he hath made me an everlasting covenant. Amefanya nami agano la milele. Ordered in all things. It is a covenant that is ordered in all things. And sure. It is a sure covenant, church. For this is all my salvation. And it is my salvation, hallelujah. In the midst of a broken family, there is something that we can fall upon, church. My brothers and sisters, I want to acknowledge, the first one to acknowledge, that we all come from broken families. David has pointed out that his own family is broken like ours, but the Son of Man is pointing to a solution. What solution is this? Tembea nami mpendwa. Kitabu hicho kimesema ya kwamba, soma Kiswahili sasa tuende kazi. Nipe habari, tumalize kazi. Sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana. Sivyo ilivyo nyumba yangu mbele za Bwana. Kwa kuwa amefanya nami agano la Daudi milele. anasema amefanya nami agano lake. Ina taratibu katika yote. Ni agano lenye utaratibu katika mambo yote. Na thabiti. Tena ni agano thabiti, haiwezi kubanduliwa na yeyote. Maana ni wokovu wangu kwa sababu wote. Agano hilo ndilo wokovu wangu. Bwana Yesu asifiwe. Tena ndilo shauku langu lote. Sasa mpendwa, I want to lift up your faces, church of God. David has pointed down to a broken family, but now the prophet is lifting up his face, his eyes. Anageuka, anaachana na mambo ya ulimwengu, anaachana na a broken family, anageuka kutazama agano la milele. Up there somewhere, Kisii Central, up there is a covenant that has been made with our families in Jesus' name. It is such a sure covenant that it has been the salvation of millions of families on earth. David anainua macho yake, anasema it is enough. I know how my children are. I know how my wives are. I know how I myself I am. But now I will not focus on this broken record. And David turns his face, anainua macho yake kutoka katika ulimwengu wa dhiki na taabu, akainua macho yake kule juu. Alipoinua macho yake pale juu, aliona agano la milele ambalo Mwenyezi Mungu amefanya pamoja na familia zetu. Katika agano hilo Kisii Central, katika agano hilo familia zetu zinapata mahali pa kimbilio lao. Katika agano hilo familia zetu zinafika mahali pa msamaha wa dhambi zao. Katika agano hilo Mwenyezi Mungu amechukua familia zetu akazifunika kwa neema kuu. Amefunika jicho lake, hataki kuziona dhambi. Mwenyezi Mungu anasema, dhambi za watoto wangu, dhambi za wanafamilia yangu nitazifunika katika damu ya agano, damu ya Yesu Kristo, katika agano la milele. Alafu Mwenyezi Mungu anazichukua familia
familia hizi, anazikumbatia familia hizi, na anaanza kuziosha, anaanza kuzitengeneza, anaanza kuzihuisha. Anapomaliza kazi yake, familia ya Daudi itaingia katika uzima, kwa sababu Daudi ameficha familia yake katika mwamba wa agano. Oh, Kisii Central, laiti tungalichukua familia zetu, our broken families, our broken wives, our crying children, oh, that we take them all together and bring them to the rock of a sure covenant. It is a covenant that is ordered in all things. There is no family that is left out in this wonderful covenant. It is a covenant that is covering the sins of the fathers and counting not the sins of the mothers upon the children, because it is a sure covenant, church. In one sentence, David is telling us that our families have a hope still. Even though our families are in trouble, there is still hope, church. And that hope can only be found in the everlasting covenant that God has made with the families of earth. He is telling Adam that, Adam, my son, I know you have gone far. I know that your family is so fallen. I know that your children are so crooked. But Adam, I am able to make them still. I am able to rectify that which is broken and spoiled. I am able to lift up that which is fallen. Of Adam. And the Lord God Almighty lifts up the family of Adam by the hand. And this family is hidden beneath the shadow of the covenant of Jesus Christ. Hallelujah. And because of that covenant, my brothers and sisters, our families have a hope today that even though it is so bad, we will still see the face of the Savior because of that wonderful covenant. Hallelujah. Sema namna gani mtoto wa Esther, kazi yangu imekwisha hapa. Sikiliza. Kwisha kabisa kazi yangu. Lakini sikiliza. Ninafahamu vizuri hapa Kisii Central. Wazazi wanalia. Familia maombolezo. Familia zetu ziko mashakani. Nimewaleteni tumaini ya milele, ndugu zangu na dada zangu. Tumaini katika agano la Kristo Yesu amelifanya na familia hizi. Mpokea tumaini hilo mpendwa. Chukua hiyo familia yako ambayo imekulemea, imekushinda. Wabebe wote kwa pamoja. Walete katika mwamba wa agano. Walete katika uvuli wa agano la Yesu Kristo. Na hiyo familia itapata kubarikiwa tena katika jina la Yesu. Usibebe msalaba peke yako mpendwa. Daudi alichoka kuibeba, na mwana wa Yese alipochoka, mwisho akagundua ya kwamba kuna mahali pa kimbilio. Daudi akalikimbilia agano la Yesu Kristo. Ni agano Kristo wapendwa ambalo lilifanywa katika msalaba wa Kalvari. Katika agano hilo mwana wa Adamu akainyosha mkono wake upande na upande, akialika familia zote za ulimwengu ya kwamba njooni kwangu ninyi nyote mliochoka na kulelewa katika familia zilizovunjika. Njooni kwangu ninyi nyote ambao dunia imewadhihaki na kuwadharau. Njooni kwangu. Mara nyingi tumedharau familia za wachungaji, tumedharau familia za wazee wa kanisa, tukisema muangalie ni mzee wa kanisa, ona watoto wake wanavyokaa, ni mchungaji, ona familia yake inavyokaa. Usiwahi dharau familia ya mchungaji mpendwa. Usiwahi dharau familia ya mzee wa kanisa. Ukiwadharau, anza na familia ya Daudi, nabii wake Mwenyezi Mungu. Na ikiwa hauwezi dharau ya Daudi, usidharau ya hawa wazee katika jina la Yesu. They are doing their best to raise their families. It is only that we are living in an environment that is so broken, in an environment that is so undeserving, in an environment where our families will go crooked whether we like it or not. So this day, church, this day I want to make an appeal as I end this presentation. Taka nifanye wito Kisii Central. Wapendwa wa Yesu, kuna uwezekano kilio chako ni kama kilio cha Daudi siku ya leo. Kuna uwezekano ya kwamba hata mchungaji wako haujawahi mjulisha jinsi familia yako iko broken. Kuna uwezekano haujawahi mwambia mzee wa kanisa mahali watoto wako wametanga mbali. Pendo wa Yesu, mchana wa leo nataka nikualike kama vile Daudi anavyotuambia ya kwamba kuna nafasi ya familia hizo kubadilishwa na kurekebishwa tena. Nataka nikualike ya kwamba suluhisho imepatikana katika jina la Yesu. Kuna uwezekano kuna familia kama hii ambao mchana wa leo wanalia Kisii Central, wakisema that our story is full of regrets. Story yetu imejawa na majuto. Story yetu haifai.
Ikiwa kuna familia kama hiyo kwenye kongamano siku ya leo, mtoto wa Esther, nataka kuomba pamoja nawe mpendwa. Nitakusihi mahali kokote uliko, usimame unyanyuke juu ya miguu yako, kwa sababu tunakwenda kuomba kwa ajili ya familia ambazo ziko broken, lakini matumaini tumeipata leo ya kwamba there is hope in the covenant that Jesus has made with the family of man. Hallelujah. Kama kuna familia kama hiyo, simama mpendo wa Yesu. Yesu Mwokozi, kwa hakika hunipa furaha na amani, mlinzi wa wokovu wetu anani. Wimbo 51. Story ya familia yako inakaa namna gani mpendwa? What is your story? Story ya familia ya Daudi tumeisoma siku ya leo, haikupendeza. Wewe story yako namna gani? Ninakualika mpendwa kwa huyu Yesu aliye na uwezo wa kubadilisha story yako. Inawezekana ni story chafu,
Inawezekana ni story nyeusi kweli kweli. Inawezekana ni story ambayo haiwezi kusemwa mbele za watu. Inawezekana iwe kama story ya Daudi mwana wa Yese. What a story that was. And yet, these stories, when brought to Jesus, the Son of Man is able to sanitize our stories and to make us acceptable once again in the presence of Jehovah. My prayer today, may our families find acceptance with God again. Even though our stories may be so solid, so bad, may our stories be brought to Jesus Christ so that the Son of Man can accept us just as we are and make us into the citizens of the kingdom of heaven. This be my prayer in Jesus' name. Baba, katika jina la Yesu, tunakushukuru muumba mbingu na nchi. Tunakushukuru kwa sababu ya familia zote duniani, Mwenyezi Mungu. Kwa kuwa mpango wa uumbaji uliwekwa katika mawazo yako, Mwenyezi Mungu, na katika hekima yako isiyoelezeka ukaweka mpango wa kumuumba mwanadamu na ukamweka shambani mwa Edeni. Yesu, tunashukuru ya kwamba wakati story yetu ilichukua mkondo mbaya na adui akaja na kutupokonya tumaini letu na akatuelekeza katika barabara ya mauti, akatupotosha na kutupeleka mbali nawe, na leo hii Kristo, miaka 6,000 baadaye, katika kanisa la Kisii Central, our stories are so bad, Jesus. Our families are so broken, Son of Man. You can see from heaven how fathers and mothers are weeping the whole night through because of broken families, because of families that have such a bad reputation. Kisa cha familia zetu, Mwenyezi Mungu, ni kisa kibovu. Haijalishi ni familia ya nani duniani. Haijalishi, Mwenyezi Mungu, ni jinsi gani tumefanikiwa katika maisha haya. Cha msingi ni kwamba familia zetu sisi wote zimebomoka, zikaharibika machoni pako. Kuta za Jerusalem zimebomoka, ziko chini. Na ndiyo sababu Nehemia analia ya kwamba mpaka lini kuta za Yerusalemu zikabomoka? Tutarejesha na kuzijenga kuta za mji mtakatifu lini? Kilio chetu katika juma hili la kipekee, Yesu, ni kwamba hata kuta za familia zetu zimebomoka, zimeporomoka, zikaanguka chini, na adui ameingia nyumbani mwetu. Ametuseta upande na upande, akisumbua familia zetu, amezielekeza katika kuzimu, amezipotosha na tumeacha barabara ya uzima. Mchana wa leo tuko na miongoni mwetu familia ambazo watoto wao, Mwenyezi Mungu, waliacha madhabahu ya familia, wakatanga mbali na neno lako, na leo hii wanatangatanga katika ulimwengu. Walitoka nyumbani mwa baba, wakachukua mali yao yote, na leo wanaharibu mali yao katika ulimwengu wa dhiki na taabu. Kuna uwezekano miongoni mwetu familia zetu, Yesu, waume na wake, hatuna uwiano tena. Ahadi tulizozichukua tukifanya ndoa, Baba, tukazisahau, na tumekuwa watu waovu, watu wazinifu, watu waasherati, walioharibu ndoa zao. Yesu, leo ndoa zetu ni matambara mabovu. Leo ndoa zetu zimeraruka machoni pako, Yesu. Lakini kama Daudi, tunarudi mtakatifu wa mbinguni. Tunazibeba familia zetu mchana wa leo. Tunazileta familia zetu, Yesu, tunazileta katika mwamba wa agano ulilolifanya na nyumba ya mwanadamu. Tunawaleta watoto wetu na wake zetu na waume zetu, wajukuu wetu na familia zetu kwa ujumla. Tunawaleta kwenye mwamba wa ukombozi. Tunawaleta chini ya msalaba, Yesu, tukiomba ya kwamba damu ya agano, damu yako Yesu ya upatanisho ulilolimwaga katika Kalvari mtakatifu, iweze kuzitosha familia zetu tena, iweze kuzirekebisha familia zetu tena, iweze kuleta nguvu mpya katika familia zetu tena, iweze kuleta amani na utangamano katika familia zetu tena. Mtakatifu wa mbinguni, kama vile damu ya mwana kondoo alivyolinda na kukinga familia za Israel usiku wa ukombozi katika Misri, tunaomba damu hiyo ya agano ikapakwe katika dari ya nyumba zetu. Damu ikapakwe katika dari ya familia zilizoharibika, familia zisizofaa. Na utakapoipaka damu yako, mwana wa Mungu, damu ya agano lako, tunajua ya kwamba familia zetu
zitapata nafasi ya kuinuka tena. Tunajua kwamba watoto wetu waliotanga mbali watapata nafasi ya kurejea nyumbani tena. Wana wapotevu watarudi nyumbani kwa Baba tena, kwa sababu damu ya agano itawalinda na kuwakinga katika taifa la mbali, mahali walikwenda kutangatanga. Na mwisho, Yesu, tuna imani ya kwamba utawarejesha nyumbani katika nyumba yako katika jina la Yesu. Saidia familia zetu, mwana wa Mungu. Broken families that do not deserve, we carry them to the presence of the mercy seat. May your mercies, O God, that is everlasting, may your mercies be sufficient to our families today and forevermore. May you remember your crying children, your children that are mourning, because the families have defeated us. The families have gone the way of death. Return us again. Rectify us again. Gather us again, O shepherd. Gather us, your flock. Bring us back to the fold once again. And may the everlasting covenant that you have made with the house of mankind be our only hope, be our only remedy, the remedy that is able to rectify broken things of this world and make them into worthy things that can inherit the kingdom of heaven. As we go home, Lord, go with us. God, disperse your children with your blessings. Allow the families to go home again. And may you give us all a fresh beginning, dear Lord, because we have all fallen on that everlasting covenant. And may our prayer be heard in heaven today. And may an answer of peace come to each and every family today, because this be our prayer, Lord, trusting and believing in the mighty name of Jesus Christ, our loving Savior. Amen. God bless you, church. And God keep your families in Jesus' name. Tunashukuru Pastor Moses Omoro. Bado tunaendelea na huduma na tutaketi for wahudumu, so that at the end of it tena tunaomba pamoja, tuombe hata wageni wetu walioko katika mkutano. And therefore kwa dakika chache ningependa nimwalike yule ambaye anasimamia idara ya ujenzi katika kanisa letu, Elder David Kombo, weke statement. Wana wa Mungu na wasalimu, mjambo. Siku ya leo kwangu ni furaha kuu nikiwaona wageni wetu ambao wamekuja kujumuika nasi siku hii kuu, siku ya Sabato, ili waweke mkono katika yale ambayo tunayoyafanya kanisani. Nikiangalia upande wangu wa kushoto, naona wageni wakuu mwaka nyambati na umuro chari echate na ongoro chitata. I've been with that young man somewhere for some time. I thank you so much, all of you. Mwensipi, you are great men. You have come to this church. This is your church. Please, don't just come this time. Come whenever you are in town. Come and worship with us. I know Mukatoliki, lakini Nyasaye no nene to sazima. Mwano minto. I know we are all going to church to worship God, and let us do our best. We members of the church, I know we didn't give you all the notice, we didn't do all the things, but please do your best today. Show the guests that we really welcome them kwa vitendo. May God bless you. Tunashukuru. Namwalika Echate akiendelea kutembea mbele. Echate of late is one of us, ni mmoja wetu, na ni ya kwamba akikuja
within the church, anaketi pale ndani ya kanisa. As we are seated, the church inside is also full. Kanisa limejaa huko ndani, and they are using screens. Na ndani kuna choto. Kwa hivyo hivi karibuni akakuja akasimama hapa akasema ya kwamba I want to improve the worship inside the church kwa kuweka ile vyombo ambavyo vinaleta baridi ndani, vinatoa choto nje. Kwa hivyo ndio agenda ya siku ya leo. Amekuja kwetu, atatusalimu, alete wageni ambao wamekuja kusupport him katika kununua hizo vyombo. And we have also done, tumefanya correction from home church level, na tutatoa hapa vile tulivyo. Kwa hivyo naomba tukue watulivu, because this is part of worship. Tunaendelea na huduma, tukue watulivu ili atuongoze katika kuleta wenu tutoe sadaka, na sisi pia tutatoa na tusatoa ingine. Karibuni echata. Thank you very much, Pastor. Nyasaye nintare naye unaeno kwatarete buate oko boko kwane inkwanena yeburonge nintarora enchera buya yesuntare amo naye banchuo monene abakena banene. God is good and all the time. Thank you very much. Mimi kwa sababu najua kuna wenzetu wengine hapa hawaelewi Kikisii, mtanikubalia niongee kwa Kiswahili kidogo, lakini nitajaribu kuchanganya. Mimi naitwa Duke Mainga Echate. Miezi kama 2, 3, 4 iliyopita nilikuja hapa na nikatoa ahadi kwa Mungu ya kwamba mimi mambo na vileo na vile vinywaji vingine nimeweka kikomo. Ni ukweli ama nilidanganya? Na nikasema mimi sasa nitaanza kutafuta marafiki ambao tunaambiana tuende kanisani. And I remember, I think that day my former high school teacher ndiye alikuwa anahubiri hapa. Alicheka sana akasema, "Echate utatoboi maneno." Wacha nikwambie pastor, miezi 4, 5 imepita, I have not backslidden. I've maintained the faith and I promise. Mimi ni mwezi diena najua when you make a promise at the synagogue, it goes straight to Christ and God in heaven. Therefore, I want to thank this church because it's through this church that I've found a purpose in life, and it's through this church that I've found good friends, great men who love God, great men who respect the gospel, and great men who want to see a community moving to the right direction. Because I believe that hii dunia vile tunaishi hivi, we are here for a season. And you'll be remembered for what you did in life, in changing the lives of God's people. Kwa hivyo, hilo ndio limetuleta hapa leo, siku ya leo. Nilisema, nitaenda nitafute marafiki zangu. Actually, I wanted to come alone because I said, now, if I was spending 20,000, 30,000 on those things, I can save and take orphans to school. I can save and at least save, you know, a situation kama hii yenye nilikuja hapa kanisa. Nilikuja siku ingine hapa nikaketi kule ndani. Liberera lile mahali abana banya sae. Ndiriko sorry. Ngakuminga na beme chandereiga. So I said, I'll come alone. But I spoke to a special group of my friends and colleagues. Nkabasabanga kamuranje. Nje bono bintu biri ntuatiga inumwanjire gutiga by the pastor. Tiganko reporting sometimes vile tunaishi hivi
you might be the reason why some people are committing sins. Because when I told my friends, hii maisha staki, out of my very many friends, ikomi baatire koriege ntokeri bono bale buya. Bono baunchukire, bagote banga antuma de tu areze ngencho yao. So you need to check yourself. Sometimes maybe you are the reason why people are committing sins on earth. Igobono ngakuana nabasani bane. There is a special group here. Inchene chairman inde ye parastato ekuru commodities fund. Anda pa kusika muranche, inchumu ichibeza musimeke chikawa, inchumu ichibeza musimeke mesi, inchumu ichibeza musimeke ninje chake bono koreta noene ichia matoke, so that we develop our country in terms of agriculture. Abantu batu arendagira bakuri. Mugusingu chitore tuangusa magega ake ni inchwe. So there is a special group here kurukunga Kisii Directors Association. A group of great men, professionals, abantu banje tomurembe na peace, who want to do what we call development. Na ande abanaba sacha batenete chi parastato mbali in this country. Kamuranje mo batika kereto ko soka na buranyore kwanyore no enemeremoga. Ndubona ina abana banyasaye. These are great men of our country. Abo Moske William Samoei Ruto airemeremo. In our wisdom, we sat down to Gatebanga, Koboko, Komongo, Kunyara. There is power when people come together and when they mention God in a group or a multitude. So this is a group that came together, led by our chairman, Omoske Nyambati, Omosacha Nyambati. And I happen to be the organizing secretary of this group. Nkabasebinga ga akimuta wancha, tuchichiko sabirua. Inse tebe tigete se yaganiria masababono. Bagatebanga eto ande tusabire. Bono musabiru ko saka gete musabiru na inu mo eto menchirende. So I thank God that we have come together. I'm going to give our chairman a chance akuane. Ekanisa toerese nga imo ikire pastor na atu tumerete budget. We looked at the budget of the air conditioning. Dirie tu atebetenga inchomba nyane na atebetenga anchebweka na bongo nyara koleta chifani. Lakini bone kero nanyo retaba sacha bankabatebiani mwe mukimwezi pinga tuire chifani kanisa. Let's look for a serious air conditioning system. Kanisa yetu mekidogo na sisi tukuje tuwasukume tumalize hiyo maneno, si ndio? So that is the reason we are here, because we want God's people to worship from a decent environment. Okomenya nyumba mwawo bwate chi air conditioner ikomi wacha kuituliberere kanisa aga. No le serious ga. That is not the right way. So I want to welcome the chairperson and Pastor Angu Sabakura Anche. If the entire group can come up front, mutu sabere, keruwa tu sabeire, then now you can guide us. Besides that, I know there are very many of my friends who are in the congregation who heard that I was coming to Kisii Central Church. Some of them bandike richi message in obarega. Na barabu ba inyore, ikiseke ile support na peana, they are also ready kutobugates, so that we ensure that we move to the next level. Kuna kunya gocha chairman, karibu. I'm glad to see my former speaker. Mwako yokombo nero ndigete merememe tangani nero gerete nkabe minister county. Nero nkorete interview. Kero na chite interview tiganda abatebi. Nche interview te ona korete tu arako seka tukagambe story ngomo te mogaka bona etoro chiga. Bono ga kimundo chino muririnde ndigere lingo bwi. Egente ke tibuango. And I thank God for this great man. Is the reason why I found a footing to where I am today. Karibu sana chairman. Karibu sana. Umosaja angu. Thank you, chairman. Thank you. Mbiyamana ichate, Pastor Ito, elders of the church, nabana banyasaye mbiyamule. Happy Sabbath, happy day. God is good, and all the time. Mbiyamana sana. Territora kwa ninga sembe oiga asobwancha ni bwanyasaye mbiyamana. Litangani kabisa kuna mwei wanche nyambati nkorokwa. Echata yata no musacha nyambati. Tali boigo. Oso mwanya kugentekyo. Mbiyamana sana. Taete kuiraliva. I want to take this opportunity first to thank God that we are able to worship with you here today. Litukeli tulie Sabato. I'm very grateful. Tuachagaiga with a group of great men and women
tuacha kusasimama na inwe. As much as we are, some of us are members of this church, even there are some of us who are not the members of this church, but they are with us. We came here today basically to thank God that we have been given an opportunity by the government, by the president, to serve this country and serve our community. Not because we are good, not because we are capable, but because tumepata favor na Mungu. Mungu ametuonekania. Of the 50 million plus Kenyans, Mungu ametupea nafasi ya kudumikia kupitia kwa rais wetu, kudumikia nchi yetu. Na ndio tukasema, before we start anything, before we go ahead and serve the country and serve our people, we must come to church here and get God's blessings. And that's why we're here. So before I say mambo mengi, nikubalie tu, niite hawa viongozi ambaye rais amepeana nafasi na Mungu ametukubalia wafika hapa mbeleni. Ni wachache tu. We are many. Actually, we are almost over 70, those who have been given appointments by the president from our community. And these are directors, chairs or prostators, vice chancellors, CEOs of prostators. Lakini tuko na wachache tu hapa. Ningependa tu hawa ni representatives tu, ni representative tu wa wengine wote ambao wakupata nafasi ya kuja hapa. Ningependa tu muwajue, kwa maana namna echa talizema abana abantu batinete kinsema wao je serikali babwene takuba kotokonyera abana baitu abasamangane chigasi wando tokonyera magenderero ao igo nigo ndatake kero yo makwaniri tariaye na sako kora na inu munya kurikansi mo manyanganye gasi gutuka abu ingo gutokonyera abana chigasi ni bintu bingo binebi mo bamanye kiagara, these are your children and they belong here. So tigato chake no nyankuru muinaria oteberizari yao na seino na soko kora wangu iga. Please. Happy Sabbath. Happy day. My name Dr. Zakaria Ayenda Nyaega Kurubugirango Eworia Moticho Igongo Kora Kenya Reinsurance Corporation Nairobi. Thank you. Duke Mainga Undiba Echate, Chairperson Commodities Fund of Kenya. Happy Sabbath. Happy day. My name is Angwenyi Noachofri. I work as a director with the new KCC. I come from Bogetutu Masaba, Magombo Ward. Thank you very much. Happy Sabbath. My name is Joshua Agwata Bitange, Minister of Health, Director. God is good. My name is Jared Ongwai. This used to be my church. I worship at Kisii New Life. Pastor here is my brother. I'm the director at Water Resources Authority. May God bless you all. Thank you. I come from Nyamira, Kututu Masaba. God is good. All the time. And all the time. God is good. I'm Josephine Morau Manwa. I come from West Mugirango, Busamarasa, Bantuari Wakulio Kumobonge.
Iwande director ya Kenya Day Report amangane chiombe ninjengize kanisa tokwane. Yamana sana. Wasafiri wa mbinguni tusalimiane hivi. Kwa majina ni Lilian Mogendi, lakini wale wananijua zamani nilikuwa nafanya kazi Nyanchwa nikiwa tutor Nyanchwa Teachers College, ni Mrs. Omwancha. Nimeona watashangaa kama mimi ni Mogendi. Mogendi is my father, that's my official name. I'm in the National Transport and Safety Authority, NTSA. Wale ambao wako na shida na malog books, HRT unampea jina, unapeana namba ya gari yako, 1-2 days you receive your document. God bless you. Abakasaba nene, happy Sabbath, happy day. Yes, my name is Zedekia Migiro Orioki. I come from South Mogrango, Chicago, Borabu Ward. My church is in Ngong Central in Nairobi. I work for the Ministry of Trade, Investment and Industry under the state government, known as Kenas, situated in Nairobi, and may God bless us. Awanchi wa monene naende nkwani gana abakwani rimbia muri mwensi njere taliane Elder Chris Oanda ikanisa yane igere Karengata aliange na Bomas of Kenya Nairobi seito woivorwa nonyari bari Masaba ichuni ward igonde director ye university ya Egerton ere university ene kabisa Kenya ye asoburemi na bausina abaremi igonto konyane asoko link abaremi baito na technology egotoka asemunabo na abana baito barataka gusoma amangana yoburemi in both technology and education mbia mono nyasaba semi abanene ba abantu banyasaye na abakwani mbia mole. God is good. Samaria ta onkoro ku John Momanyi nkaya anembo nchali igongo korana Lake Victoria South Waterworks Development Agency une director oro mugaka kombo kuwe bagatebanga no watu arengi naye une Minister of Finance ya county mbia mono sana. Thank you. Habari wasafiri wa mbinguni. Huko nyuma habari bia mono. Nje komo nilimanyire ko mwalimu lakini nende natika. Nkorogo David Muranga wandoyo boyuge seito nyali bali chache keumbu the director Jaramogi Oginga Odinga University. Bia mono. God is good. And all the time. Chasa marieta nkoro ku Purity Morakirera inkaigere bonchari bogiakumu bomwanda. Igonde director Bomas of Kenya, where we preserve the culture of every community in Kenya. Thank you and God bless you. Happy Sabbath. Abanju abomonene mbiemole. Amjambo nyote. I'm happy to be here. My name is Michael Nyachai. Nje Michael Nyachai ngurukua seito gera asakuru kunyosia. Kekatigo wetania mache gasi niga onyandusi ali naoka. Inche igande chairman ya Development Bank of Kenya. It's a government bank. It doesn't have a branch here, but definitely serving Kenyans and even Kenyans who are, before it brings a branch here, even Kenyans who are here are welcome to be part of that bank. And I'm happy to be here because the Seventh-day Adventist Church, mwaka mheshimiwa kombo yangu yane, it's in my heart because aba gusi komia batangani abasacha ngwa itabara ko batisuri tangani Paulo Nyamweya pastor Musa Nyandusi sokoro yane oyo alikoro ku Joana Mboga Clement aba gusi komi abatangani sokoro yane no alenge akasoa majeni igotingo chiare yanekere kanisa yare go chaka mheshimiwa kombo
My father was also part of it. So we are here together. Nagasi entori konyetiga atoko gendra nero tokwereria abana baito nabara barigeri magabateba sokoro mnachia kolete na batata kuna wakolete tuendelee ili tufanye kazi ya Mungu kwa sababu kazi ya Mungu haifanye nini? Aishi. God is good and all the time. Okay, my name is Esther Nyamoko. My church is Baraton University. Now I'm serving at the government. I'm a council member. If you have heard, a university called Dedan Kimathi University in Nyeri. So when I'm here in Kisii, this is my church where I usually come and worship. I come from Nyamira County. Wasafiri wa mbinguni, wacha nikusalimie. God is good, and all the time. I'm Dr. Jacob Gekonge Kwaba. Igongoro virongoro koraige wadi, engayanere irondi. Igongo kolega Asmeru University as a council. Ndetera abana agaria na bongo bakonya chipaseli Asmeru University. Abantu banyasaye tukwananie. Nchesa Marieta ngoro ku Helen Makone. Koruga Liborabu constituency. Ekanisa yane koro kutindereti church. Ekanisa yane yawate function yororo. Lakini gona sabali baga. Nabate bitin komisi ese amangane chate akabwate ese kanisa elianchete. Mbanga makwani mwanyanchire. Njabana gongo kora ase Lake Basin Development Authority. Yete nenete County 18 echichirange na Lake Victoria. A project ya ite ya moyabo ne yebuna twagachire Nyakoe market ntobwata matoboli twali waka sironga naende bono iga ase raini ya climate change torochuna libera ligo toita igati ya ito nkosimeka tore mete sana nkore matore chi borehole igo ase raini eyo karamura atake mete ni ntutorabae naende kanise ya ino nebwate historia sende. My brother iga korete nyangi iga many years ago. Mamo mintonale iga omonginali sinyambati. Nkomorra botambe abegete choir uniform motebi ga king inunga imogo sonengi iga na intoje to sonetindereti. Asege kanise ninyi anjete tigatoka endere go saba pastor. You preached about family turmoil. The family yomogusi a turmoil nero right now na to miami nto kiri mpwate na kiro mondo na kusiya itongo te mumanyete ufununu nero ronge turmoil nero tigato sabere mogusi kiagara mogusi ntune family egero morembobe egerensi yetu na riera agendere nyonyano mosike President William Samoei Ruto ekera ko unaba gusintoleamo na riago chaga ototarera asomorembe ekiagerere naendo manyete no mochokoro itare bia mono nagane irio gotegererukia. Is it on? Okay, now more can answer maybe kidogo tu tunaombea. Okay. Tutaombea ndio waketi. Labda pastor nilikuwa nasema kwamba one of the main reasons why we came here today ni tuwaulize mutuombe very special prayers so that as we go out there and serve Kenyans, we also remember that we are serving where we come from, so that God can give us wisdom and the grace so that we can be able to deliver. So that is the basic reason why we are here today. Mutuweke kwa maombi ya kipekee kwa maana sisi ni watoto wenu. Asante. Ningependa ili tuombea viongozi ambao Mungu amewapatia chance ya kufanyia watu wake kazi, na kama marafiki wa Kisii Central, kwa maana hapa ndio mara pa kwanza ambapo mtakuwa dedicated. Tunawaomba ya kwamba
na sisi. Tena narudia, na sisi kama kanisa mtukumbuke. Kuna vijana wetu hapa ambao hawana kazi. Na nikiangalia wengi wenu, you are my friends. Angwenyi taught me at the Paraton. Huyu ni mwalimu wangu. Mama alinifundisha Paraton. Huyu ni mwalimu wangu. Huyu tumefanyia msichana yake harusi hapa recently. Hata akina mama mulimba wote, daktari, echata, kila mtu. Kuna vijana wetu hapa, tunaomba ya kwamba mtukumbuke kama Kisii Central. Pale nga wako wasabira maya, hiyo mikono, ebu angalia hiyo mikono ni ya kuombea mema. And because you have been having a family week, naomba Moses Omoro, you dedicated this group unto the hand of the Lord. Na wako na mpango mzuri kwetu. I know each other you are planning, ulete CS, I know you are planning, ulete president hapa, ili watufanyie mchango tupanue ile kanisa letu. Karibuni. Asante. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya viongozi waliosimama mbele zetu, na mmebarikiwa sana watu wa Kisii. These are great sons and daughters of Kisii land, and we want to place them into the hands of Jehovah so that the Lord may bless them in their journey through this life, and as they dispense their duties wherever God has placed them. It is our sincere prayer that the Lord may go before them and bless them, because minus the hand of God, not one of us can succeed. And so I want to pronounce the blessings of the priests to these great men and women of God. Tunashukuru Mungu kwamba Mwenyezi Mungu amewapa nafasi kuwa viongozi. Nasi pia kama wachungaji ametupa nafasi ya kuweza kuwabariki na kutamka maneno ya Yesu Kristo na amani yake na ushindi wake juu yao. Ninasoma kitabu cha Hesabu mlango wa 6 aya yake kuanzia 23 tukiendelea, nasema namna hii: Nena na Haruni na wanawe uwaambie, hivi ndivyo mtakavyowabarikia wana wa Israeli, mtawaambia, Bwana akubarikie na kukulinda. Bwana akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Na nina imani ya kwamba kongamano la watakatifu litasema amen. Kuna wengine ambao walituma apology, labda usome hiyo list ndio tuombe pamoja, tuombe pia. Thank you very much. Ningependa sana kwanza na Mheshimiwa, kuna hii katika region mbili. Nyaribari chache na Kitutu chache South. Natumaini hivyo, si ndio? Mheshimiwa Zahiri Janda alisema Mheshimiwa Zahiri Janda alituma salamu zake katika hii kanisa na alitutumia mchango wake wa shilingi 20,000. Mheshimiwa Anthony Kibagendi alituma salamu zake pia yakatutumia mchango wa shilingi 10,000. Yuko rafiki yetu ambaye ni mbunge wangu wa kutoka Bomachoge Borabu, Mheshimiwa Obadia alitutumia pia yeye shilingi 10,000 na akatuma salamu zake hapa. Kuna rafiki yangu wa kutoka Bonchari Rikoigo pia alituma salamu zake. Mheshimiwa Alfa Miruka pia yeye alituma salamu zake. Vice Chancellors wa Kisii University, wa Murang'a University, wa Egerton University, si ndivyo? Kuna mwenye nimesahau? Au ma Vice Chancellors wote pia wao walituma their apologies na support yao. Tuko na CEOs wa kutoka Kisii, mmoja wao Jacqueline, kuna Nora Ratemo, si ndivyo? Hao wawili pia walituma salamu zao na mchango wao. Au ndio nimepata for now. Peter Kereri? Oh, sorry. Our vice chairperson, the chairperson for Kenya, what is it called?
Kenjen. Yes, Kenjen Migosi Ogamba, the chairperson, who is the vice wa hii kikundi yetu. Pia yeye angekuwa na sisi leo, lakini alielekea kazi kule Mombasa. Alituma mchango wake hapa. Yupo Dr. Moyo, kuna Garishon Otachi, chairperson wa Lands Commission, na hao wengine wote, Mheshimiwa Jimmy Angwenyi na Mheshimiwa James Omariba Ongwae. Asanteni sana. Wenye nimesahau wote tafadhali muambie ni kikundi yote. Si ndio? Asante. Tuombe. Mwenyezi Mungu mwenye rehema na fadhili, mtakatifu, muumba mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo, tumesimama mbele zako tukiwa na wingi wa shukran kwa sababu ya wema wako na ukuu wako ambao tumeuona katika maisha yetu. Katika safari hii tuko na uhakika na ushujaa ya kusema ya kwamba umbali huu tumefika, wewe umekuwa wa msaada mkuu katika maisha yetu kila mmoja. Jina lako litukuzwe mtakatifu, Mungu wa mbinguni, kwa kumtuma Yesu Kristo mwanao, jemedari mkuu wa majeshi ya mbinguni, Mungu mkuu, mwanao ambaye hakika kifo chake msalabani kimetupa nafasi ya pili sisi wanadamu. Tumesimama mchana wa leo tukiwa na wingi wa shukrani Yesu, kwa sababu ya wana na binti zetu ambao umewaitikia na ukawaita kwa wito mkuu ya kuweza kuwa wasaidizi mikononi mwako, tukitambua ya kwamba kiongozi wa kwanza ni wewe Yesu. Na tunashukuru ya kwamba wewe ni kiongozi mpole tena mnyenyekevu wa moyo. Wewe ni kiongozi mwema unayeshuka chini, na unatuita na wito huo huo ya kwamba hata nasi watoto wako tuweze kuiga mfano wako. Tunataka kuwaleta hawa viongozi, watoto wetu waliosimama mbele zako ewe Yesu, kwa njia ya kipekee sana, tukiwaombea na kuwaleta na kuwatafutia dua machoni pako, ya kwamba mtakatifu uweze kuwakumbuka na kuwafunika kwa mabawa yako. Ulipokuwa ukimtafuta kiongozi katika taifa lako Israel, Roho wako mwema akashuka katika nyumba ya Yese na ukajichagulia kiongozi ambaye wewe mwenyewe ulimtaka. Ishara tosha ya kwamba hamna kiongozi asiyekuwepo kama sio mkono wako kumwelekeza katika uongozi huo. Kwa sababu hiyo tutaanza kwa kumwombea kiongozi wetu wa taifa, Daktari William Ruto, ambaye kasimama juu ya takriban watu milioni 50 kwenda juu. Ako na jukumu kubwa sana ya kuliongoza taifa hili. Watoto wako wako mikononi mwake Yesu, na tunaomba ya kwamba ukamjaze kwa hekima na maarifa kutoka mbinguni, ili maisha ya watoto wako yapate afueni, watoto wako wadogo kwa wakubwa waelekezwe katika barabara ya uzima. Vivyo hivyo amewateua wasaidizi wake katika serikali yake, viongozi hawa waliosimama mbele zako mtakatifu wa mbinguni. Sisi kama makuhani ambao umetuteua kusimamia makundi yako na watoto wako mtakatifu wa mbinguni, tunawainua mchana wa leo mbele zako, tukiomba ya kwamba ukutane na wao kila mmoja katika maisha yake. Washike mkono na kuwaelekeza Kristo Yesu, ili kwamba safari yao iweze kuwa safari ya kufana. Wape mafanikio katika utendakazi wao. Wape mioyo ya unyenyekevu Yesu. Wape mioyo inayofanana nawe, ili wote watakaojumuika, watakao watembelea wapendwa hawa, watakao shikamana na wao katika njia yoyote ile, wapate kubarikiwa, manake wamekuja kwa watu wanaofanana nawe Mwenyezi Mungu. Kwa sababu hiyo wabariki wanapotoka na wanapoingia. Wabariki katika familia zao na kuwainua juu. Kayalinde maisha ya wapendwa wako hawa mtakatifu wa mbinguni. Uwaongoze katika ulimwengu huu wa dhiki na taabu. Ulimwengu ambao tunajua safari yake iko na majanga mengi na changamoto nyingi. Ajali zake zinatokea kokote kule. Walinde watoto wako hawa na uwaepushe na majanga hayo.
ukawafunike kwa mabawa yako, mtakatifu wa mbinguni, na usimame na wao katika kila hali ya maisha yao. Mwisho, Baba yetu wa mbinguni, watoto wako hawa yadumishe majina yao kwenye kitabu kile kitakatifu cha uzima wa milele. Wafanye wawe watoto wako kwa kweli na kwa haki. Wanapoyatekeleza majukumu zao kila siku, mtakatifu, wawe wawakilishi wako tu, na afisi zao mahali kokote wanakotembea, wewe mwenyewe ukaonekane. Mtakatifu, wabariki sasa na uwaelekeze katika safari ya maisha yao utakapokuja na ufalme wako. Tunawaombea watoto wako hawa wote kwa pamoja, ya kwamba hata na wao pia, Kristo, wapatikane miongoni mwa watakatifu wale watakaokulaki unapokuja na ufalme wako mara ya pili. Kwa sababu hiyo, watunukie imani tosha, uwape mahitaji yao ya kila siku. Wanapokulilia Kristo Yesu, sikia kilio chao. Wanapoliita jina lako, ninaomba mtakatifu, ya kwamba ukawaangazie uso wako kwa rehema na fadhili. Neema yako iwafunike kutoka sasa mpaka milele, na uwalinde pamoja na familia zao, ukiwaepusha, ukiwaelekeza, ukiwainua juu juu juu, hata mwisho sote kwa pamoja tukongamane katika ufalme wako utakaodumu milele zote. Ndilo ombi letu kwa imani mchana wa leo, kupitia kwa jina takatifu la Yesu Kristo aliye Bwana na kimbilio letu. Amen. Asante. You can sit. Sina sema few. Basi asante sana kwa kutuweka kwa maombi. Namna nimesema, as I have just said, hii group na sio hawa tu, we are about 70 of us, from the CS, Solicitor General, kucha chini mpaka sisi wote ni wengi. Nataka kuonyesha kwamba rais ametukumbuka kama community. Na sisi wakati tuliketi kama hii group, tulisema kwanza, we said first of all, we must come home. Nyinyi mjue kwamba kuna vijana wenu na wasichana wenu, watoto wenu ambaye wamepewa kazi na serikali, ambaye kazi yao ni kutumikia nchi na pia kutumikia watu wetu wa Kisii. Moba manye, this has not happened before. Watu wanapewa kazi hata mjui ni kina nani. Sasa tunataka muwajue, na pasta nafikiri tutakuja kuja sisi wote, alafu watu wetu wawajue hapa, tuwe tunasaidia community, tukisaidia pia nchi. Hii group yetu, patron yetu ni CS Machogu, kwa maana ndio amepewa kazi kubwa sana na rais wetu, yeye ndio patron wetu. Na msaidizi wake ni Solicitor General wetu Shadrack Mose, angekuwa hapa na sisi lakini angeweza kuwa hapa, na pia ametutumia kwa hii group kwa hii sadaka tunatoa leo 50,000 shillings. Tusema asante. Hao ndio viongozi wetu na hao wengine. The purpose of being here, as we said, first of all is to get the blessings of God through the church, the blessings of the community where we belong. We belong here, and we must serve our people. That is the reason why we are here. Mimi, wakati nilitafuta kura hapa Nyamira, echiumo sacha nyambati, chikabona chiavete mwaro chake, president ikangana nchobo chairman, nanchene chairman ninde ya GDC, nanche tindi moke mono, na wongo konya bana babiri batatu, sewano kaki. Na basacha abana bakungu amuroche, kero yomara konya bana babiri batatu, tokonya twakonyire community. That is what we are saying. Na boigo asengi chote ne department hao. Kero monto story to gosegetana. To make sure kere to konye ense yeito ya Kenya. Pia tolengana ligusi. Onye na bali batenere tamache, buno mongi na hela ni ateba, to make sure amache na ligusi. Onye bali batenere chibengi muna Michael gaiga, to make sure chibesa bantu baito konya bali chilo ne bintu nebi chikokole to konye gesa kukyumugusi. And we felt
that the first place to come, Pastor George, Naiga, Kisii Central, we all, whether we are in Nyamira or Kisii County, we all Nturumu. Now we want to identify ourselves with the Kisii Central as our basis, as our basic church. Igoto was to tuguta. Moga kom ego to lenda gaiga pastor tato tuguta. Osama no gaki. And we want to be coming here more often. Igo na kitu achiraiga mbuya mona samba sabaino. Nta etoko kora. Ngote baiga. A community yetu ya Kisii. We are losing focus. Amangana ya okoleka na mwaka kombo na vande we katusabire community yetu. Amasikani abororo tosikane. Kisegi ichiro ororo kigutusaliri eta country wide. Ntoki taketi. Shaitani ashindwe. Atotage tusabire community yetu na into toba bantu bago sikwa. Tali okoramana. Tali okochecherania. Tusabire serikali yeye. Nima yetengo bokongumboro as of now. Lakini the president is working so hard, and I want to tell you, which next year more than say change. Things are going to change. Oletiro buoyo. Edora ya chakiro chabu yabono. Ama gutango charense. We want life yabantu baito eba affordable. And we can only do so when you talk support serikali erororo. And we must support it. Unegesa okyomo Kisii mora abantu abonse nabatebye nande mbali none robo yabantu bali bacholire nabange. We must say thank you to God. We have gotten this opportunity. Igo savera inse yaito, savera Kisii ga igo morembo bororo, savera CS yoito, savera viongozi bibachorire, so that watorai buya. Savera nyamire chande gete maganda rotayo, ye savera nehoro gaki, ne chande gete mono. Nyamire mejardo wata mono maganda rotayo, bosonge ngento karo ka nechisegi, savera bosonge chisegi chirichike ane, goseba no gaki. Ekine kito tagete, tokolega asiamo. But I want to thank you for receiving us here. Thank you so much. Asogo to karabisaga pastor will be coming all the time. Intuna abana baino, mwatumanyire anytime obwate a issue nabogo to tebya. Inche chiamani abantu abonse muroche igotini se ni komo musacha. Goseba no gaki. Igo abantu abaminto ga they are ready to assist our people so that the community tagando. Otherwise simply amount to kwa magana mange, we have come here ntuoche timo chango. Pastor ntuoche timo chango akia timo chango tolenga. Lakini atuwa gotogo ocha amasabo moto savere. Ntuwa koleta linde kasadaka kakego. Tokabole chathe. Una gotogo chigo saveru alia. Naone kero mwana akogenda seise nangena tare kumwerere sukali. Tokobole na inkikira inkitoko ira aliga na intoranga abana baino mbarororo. Akatatena mubwate shida ya air conditioning. Yarego cost chueso century irenga 100,000. Bono tu abaletara gaiga abanta bonsi gaiga. E grupo including Solicitor General Chato Mirechu. To about 500,000 shillings, we get a good day. You go to the Viago. Togo, Chago, Mochango, Morocho, Mochango Buri. I got to call the president in a Machoguna Vand, Nasimbara, Tiachina Vand Vacha. Yalibotima is Naika and Varavetaika, Rakini Indoro. Mosaja Naro, Smaragaki, Onyata Gocha. Togo, Agakan is a Tokore. This is our church. This is where we belong. And we want to stamp authority in terms of a sense of belonging. You will come, Ekerotora Muratu Take, Navato Chamo, Toro Velie, Tuagatevana Motagete, Atotagete, the best church in the entire region. Nyamira and the Kisii. Goseva no gagi.
Mbiamono nyasawa senie naende gendera kutusabira. Thank you, God bless. Thank you very much. Thank you, Chairman. I think so. You Terasara. Igole ne tinkoru 500 china theba. Terasara njigocha. Nimbate terasara yana. This is 500,000 shillings. China theba. Mwata na amen. Na banta walende ba arua na ende ba gosindikisa. Usibona pastor atolati. Nabayo. Inchungo chi director chi Jones inchungo gocha Michael na abande mwensi go secretary ya ne purity. Directors. Inchumwensi. Na badi bande bons. Bata de gutosindikisa buno mogaka kombo na abande na mogocha. Wali mut. Oh, okay. Thank you. I think directors muna bakunya gocha. Chairman, there are some of my friends balega. Na baro bachicha bateba bachi kutobugatesi. And I will also want the church to inform us ngaiko nyemwe ikeire. Bosoma no bamindoga. So that we know at the end of the day, have we made the target or we are still moving on. So directors muna chairman ya barangeri inchumusindikise. Njoja, inchumusindikise. Oyo ukonyara nchuchu. Njoja. Kidogo tu, maybe niwaambie mahali ambapo tumefika. Nyeroko mwa kolete nyangi gayo mongina Josephine treasurer yaito 2000 for saying thank you. Amena. Nere na 2000 mbiamono. Amena. Ongwai Jared 2000 avonsi baruete. Amena. Esimi kiroro. Simi treasurer. Mongina kwa PayPal. Kindly mongina Alice. Pass the number easily for those who want to send them pesa. Mongina Alice na 2000. Elda Chege. Alice na nje mama anje ngurundeli buya Alice. Amena. Oina Alice Nyambati. Na Michael Alice ma okoro 2000 biamono. Biamono Alice Nyambati. Biamono secretary ani 1000 biamono. Biamono. Sekaya biamono. Thank you so much. Biamono. Biamono 1000 biamono. Biamono. Tangai 1000 biamono. Biamono. Musani wecha tem biamono 1000. Mongina Esther 1000 biamono. Biamono. Abancho ba minto mbiomole kabisa. Naenda astoko tarna bojo tu anyora basani baito abanene. Chege. Omuntu nsome tiega asia kana so de serikali eldo obebo. Obebo nchutata na basani ba batatu. No inje ngora nguru musani one. Ebon. Yuko ta ko nguru musani one. Incho onsi dikise kinde ga gante neine. Egiana kwa mburse des gas. Pero moto na bwate senior ya oner my senior. Tiango yako anake hiyo. Ngo kambia mono sana na acha kusindikise chate. Ankonyete kana rekoni juice. Akambe ka Facebook nkaonie juice mpaka bone direct ande mbwate skuru. Na hata vile tiamo sindikise. Mema. Thank you. Asante. Kuna wale ambao wanapewa PayPal ya kanisa inapeanwa hapa. Chairman ya Public Service Board ga yule. Elicha ga yuwaje? Elicha injugo jane timu yao. Elicha injugo. Members tobe patient ya Keigo. Members tobe patient ya Keigo. Chairman. Mbiamono. Wapenzi wa Mungu, amjambo tena. Amjambo tena wapenzi wa Bwana. Atachambo. Vile nilizungumza asubuhi, kwa majina mimi ni Elijah Obebo, Chairman of Kisii County Public Service Board. Niko na marafiki zangu, huyu anaitwa Joel Gesuka. Gesuka is a close friend of mine and an advisor to the governor, His Excellency Simbarati. Pastor ni mfanyikazi wa serikali. Mba mubutetekera okere na muira ni litingo na tibu yana nje. Yes. Mbuya serero. No mwana oyo rigade pie yane akoro kwa nyandusi nyakiramba. Tibago ikaransa. Otole kanisa. Gesuka tukwani Gesuka. Gesuka giroba kwani batebi. Kwani ngo Gesuka. Ege ntonare ko tebeke mo pastor ntunto bwati siasa. Umusaja nyambati.
Magoso tali bosongo. Bosongere buya kuna shida. Muna bachire no buororo ense tali buya. Na ande bago chago no buororo sita ko bengia. Serikali mbuyere. Asante. Umochango. Ine abantu banyasaye nabakwanira biyamore mosacha nyambati biyamono asogocha na national government na inturende gituraiga nkaninka amasikani namaya na intumotwagate ngotwagorere kuruguru mwagurire iga erinda magenderabe na ende twanchane tusabirane robero rabana bakubona bagusi tiganga abantu baminto banchane biyamono pasta seito nyamasibi nongo siriki na nasiriki kitare bidi church igona acha na nchenga asenge njia pasta biyamono injwango baltu yango magoja esikabona asenge nje nago ya temu ikongo mochango no yo ngorwale mimi ni mkazi wa hapa Kisii Central njega nkande nje seito Nabana kanisa bonspi ono na inu njurende gaki ba mintu na inu mokoreki na inu mutusuki musu morukende na ebana eri bweri buno 500 egero mai go tuabona an exact figure where we are at the moment sindio. Thank you very much. Umbui nae manyete chaka ande mbuyora agire to mwana mintu nani shati umbuyere washirika wote yule mwenye we uraga ni kutusindikisa and even my friend who is seated somewhere too now karibu sana. Thank you tafadhali. Pastor ametoa 1000. Asante 3000 from Elder John. Thank you. This is my friend Mheshimiwa Charles Bonchari Finest. Thank you my brother for supporting me. 2000 shillings. Pastor 1000 shillings. Tu akolete na mere Kisii University mwana mindunu je vinto bado na obiko bwatet. Otoire 500 shillings. Thank you very much. My former boss, the speaker Mheshimiwa Kombo. Biamono mogaka. Chibeza inechi nyitata. Chichi go konyenya. Otoire 10,000 Kenya shillings. Thank you very much, Speaker. Ombui, oetomire sana. Ombui has given us 2,000 Kenya shillings. Sina kimoko tewa. Biamono, Amina. Karibu bocha, karibu. Zakaria Yendo Mogaka, otomire simime 2,000 shillings. Waziri Andama, otomire 2,000 shillings. Thank you very, very much. Yansome, karato konya gocha. Wacha nisome vile tunaendelea kukuja aichate baba njuga baba bingina nakiukoruko enjo onsindigisire nemia baba beranya na inje gali ndole bunango gokora ano mwana umuya. God bless you. Aichate ningesoma ambayo wametoa. Tuko na 18 home churches, 17 nikirudi Kisii School. Mrs. Manduku has given us 1,000 shillings. Thank you very much. Msalimie sana. Omoterio minto mwana minto. Mumuroyo mumu maete. Gendera buno gendrete ko gakina ande muwa mo support. Talibo. Tatore igoro na ere taye talikori ma. Nto igwana ine.
Biamono mwana minto. God bless you. Otoire 1,000 Kenya shillings. Asante. Omongino Pastor Kigoinero otoire 500 shillings. God bless you omongina. Biamono baba. Jaden ametupea shilingi 100. Thank you ya ukinora ndebune murwa. Ya yemi moturi 1,000 shillings. Aiden, emuaru geta abana Aiden na Jaden. Aiden yotoire 100 shillings. Thank you baby. Baby girl ametupea 50 shillings. Thank you baby girl. Yes baba. Unaitwa nani? Usama. Unaitwa nani? This wonderful oyo nabona arenge iga nabona ari gwikarakari kindaga sinini. Otoire Moracha Junior. Yeah, you are a strong man, yeah, future president and governor. Otoire 200 shillings. Asante. Shelly Moracha 100 shillings. Biamono abana na obanga anjite sana. Risponchiri 1,000 shillings. Thank you. God bless you. Oh, mo ngina miss combo ngina muntu. Abaya sa gusiseni 1,000 shillings. Nima tengu amonyere to mwaka kangemero. Byron Otieno 100 shillings. Thank you very much. Mumruwe musayo Mama yetu mheshimiwa Andrew Muchachi konyago yetu mwana minto ankiobaka otoire 500 shillings. Asante sana. Na kumwariro mwana bo munta konyago ituma musabere igubuya. Na enya saya kuigure na ibisigu chabuo. Mo konyago tebange kanga gusenga kikanga hakuna kunya saya anjete. Yani oje chokorore tire kwedega rero umuyigo nyasaho yusiseniri. Chokora oretire 2,000 Kenya shillings. Thank you mwana minto. Yasago siseni. Principal Madam Janet Okengo 1,000 Kenya shillings. Thank you very much. Kimbia baba. We waka karigo soma international school. Akoroku John Torre Rabara. Very nice boy. Another name? This is from Mary Osano. Who is Mary? Mary Osano. Thank you very much. Wonderful boy. 500 shillings from Mary Osano. Biamono, mom. This mom Lillian was my cateress at Kisii school. Neruka menteire ndagera. Amo mintumbiore. You are turikokota. You are just the way you are. Ukorage rokuya. Biamono mom. Oneru ndendete Kisii school baka ngakura form 4. Thank you mom for the wonderful job. 1,000 shillings. Asante sana. Director Orioki. Nere umuiko mukune. Nabera nyarika nunukana sto umuiko. Umaita bantu mbara go take time. Umuiko nyagocho mwe. No ratu akori rayo chiche. Taribo igo. Director Orioki. Mwano minto otosindigisire na ande besides umujanga aruete 2,000 shillings. Thank you very much. Yes, Rita Bosibori has brought us a total amount of 50 shillings. Huyu nitamuongezea 1,000. Baba. Ngote babalenga olio rueta karuchi onsi pinero ruete chinyinge. Talibo igo. Kamwana na momenta ile 1,000 shillings. God bless you. Ochire. Wendo ambie mami ulitoa 1,150. Sawa sawa. Thank you so much. God bless you. Who is this? Daniel has given us 50 shillings. Thank you. Najen. Jaden, Aiden, Najen. Okay. 50 shillings. Thank you very much. James Nyagechanga. Omoishimiwa. Moroje no ne zuditeri ansa. Otolete 1,000 Kenya shillings. God bless you. Pastor Absalom. This great man. Ganda ukwana sini. Moroje buna tole ngaine. Koruma joga njentanga ine gesongo mbwati. Mbwati oyo kabere. Nande tu asomete in district education board schools. Tu alikuta chance. Lakini Mungu ni mkuu.
Thank you, Pastor. Keep on what you're doing. May God bless your family. Asante sana. 1,000 Kenya shillings. Nima the motuli koru so mamu mintari nya binyinyi magenche. Mugaku karunya binyinyi yoko tese tau niga ni suti entindiga. Nyasaye no yobugo kumia tari boygo. Biamono 500 shillings. God bless you. Elder Daniel Ratemo. Mugaku maete komigisi etai nesha ati nesuti. Toliko soka igonga chua. Bako navy blue na blue style gete. Elder 1,000 shillings. Asante sana. Elder Dr. John Nyamiobo ntua korete na emere makege county. Taribo. Elder John Nyamiobo mugaka otoire 1,000 shillings. Elder Mongina. Mongina penina nyaboke mosomi oretire 100 shillings. Na kimoko tabe kanisa. Asante, usise ni Mongina. Usise ni we zaidi na zaidi. Okay. Mary Mokaya, Mongina Mary Mokaya, utomire through M-Pesa 2,000 Kenya shillings. God bless you. Now this wonderful lady, we worked together. Now so met school for I think 3 months or 4 months at Iterio Girls Secondary School. Madam Oyo, nero ule kongeresa nga ya tara iga, enda iga. Na alikura murera, mama akamu akoba mamu minto. Thank you, ma'am. Glad to see you that you've kept the faith. God bless you so much. Oh, really? I didn't know that. Okay. Organize Dina Mogoro. This is my friend from the other life. This is my friend from the other life. Small world. The wife to the first church elder. How lucky are you? 1,000 Kenya shillings. Amen. My brother Dennis ni kijana wangu kutoka kule Bomachoge, and he works with the NTSA. Amekuja yeye pia sikumwalika na kwa renge mai gari tuliwanda hivi. Biamo, thank you for coming. Otoire 1,000 Kenya shillings. What do you say? And we are nema songo. Ya kwa ruguru Kenya bakanga kiwaka kwa manyi. Ochire otoreteire 400 Kenya shillings. Ina kimoko teba? Asante. Miss Monica ameweka 500. Asante sana. Brian Mike ametuletea shilingi 100. Asante sana baby. Blessing Ogor. Right? Did I spell it correct? Blessing. Ametuletea shilingi 100. Na kimogota yabisa abana babake. Mungu nambiore. Igari elia aguka lakini tigaye. Mungu no maete na re town yeye. Ari gweta ni machine getembuga ngagwa. Mungu nanko gendi ari gari enene iga. Mungu na. God bless you. Amina abana bae mbare bachaga abamuruera otebire komente bisyo bakumongina amente sebeseria tari boyo mangina mwama nyubu science na kyokore bintu byanya komenteka mongina otsindikisira abana bae neribweyemo. Thank you very much. God bless you. Yambu yore kanaka mureka na karakukurubu machoge gari. Thank you for coming bro. Otoreteire 100 shillings. Asante mongina mbuyore. Wilkista mongina Wilkista Ondari 200 shillings. Na kimogota yabe kanisa? Biamono. Oh, Peter Chege, the church treasurer. Nabona amanya. Mwana tuko takakoro treasurer ligere liyo mochibi nege koro to ako match. Thank you. Thank you church treasurer Chege. Ameleta shilingi 3,000. Igona boko nga chiba zije no safe chire. Osoro wapi to ga. Moko yetu treasurer ngomo iwete. Already shilingi chiri bisato. God bless you. Asante sana. Pastor Ogoi, retired pastor. Ameleta retired but not tired. Sindio? Eto pastor bado na bako rand. Retired but not tired. He's brought us 400 Kenya shillings. Sina kimoko teba? Amen. Thank you. Dokore. Onde na tu asiekeire. Onde na tu asiekeire. Bona bana ba minto toko genderera no moremboyo no buanchani. Togo tiga esegi na koramana na kiango. I think this place will be ripe. Na nditiga sabenye nyasaye through obuanchani tu arolire me ya Kisii Central, that even this message will reach His Excellency the President. Kaanyo oromo ngusubugo chichabaki kanise yiga. Taribo higo. Mbarenga bako tebanga togende no morembe na tuuze sera mzuri katika county yetu. God bless you. Thank you very much.
nataka kusoma vile walikuwa wamefanya hapo kabla ya service. Ichate unaweza sikiza ya kwamba tuko na 18 home churches small groups na kila mchachi ilitoa 10,000. Hiyo ni 180 nikirudi Kisii school. Kuna mshiriki mmoja wetu hapa ametoa 1,100. Unasemaje? Japhet 1,100. Alafu kuna hizi groups kama women ministry mko wapi? Church choir amo wako wapi? Kabla ya kufunga naona kama wako na 50,000 na yote inakuwa 420,000. Ukiongeza na hii naona kama imefika kama 100. So kwa hiyo program naona kama tuko na 1 million. Kwa hivyo wale akina mama ile groups ambao mlikuwa mnatoa na church choir na amo mnione kando, lakini naona kama hii ni 420. Naamini ya kwamba tukiongeza ingine tutafika 1,000,000. Naomba tusimame ili tunaomba kwamba kuna wageni wetu wote, we have a common lunch, tuko na lunch. Tutaongozwa vile tutaenda baada ya ombi, tutaongozwa ndio tuende pale tukue na common lunch. Kulikuwa na Charles Magati ni engineer ambaye si kama ametoka. Charles yuko wapi? Huyu ndiye engineer ambaye alikuwa anachora hiyo mambo ya sawa. Choristers ile wimbo ambao tulianza na wao ili tumalize naombi. Pastor Absalom utakuja utumalizie naombi, tumalizie program ya asubuhi. Ule wimbo ambao tulianza na wao Choristers 105. Tunaanza program saa 8 kamili. Wageni wetu wako. Shika maini saa 8, tutaanza saa 8:30. Asante. Na asante kwa utulivu wenu. Tukimaliza naombi tunakuwa na lunch break. Tuombe. Baba wetu, Mungu wetu mfalme,
sana kwa sababu sema shukrani kwa sababu umekuwa pamoja nasi. Mungu mfalme, tumekuwa na sabato tulifu. Tumeweza kusikia neno lako kutoka kwa mchungaji ambaye ameweza kuleta neno lako kwetu kuhusu familia. Wageni ambao wameweza kututembelea kwa njia pekee, kwa hakika wameweza kufanya maajabu katika kanisa letu siku hii ya leo, na kwa hakika wameweza kuwa wa msaada mkubwa. Kwa jina la Yesu tumewakabidhi mikononi mwako, mahali popote watakapokuwa katika shughuli za kazi zao kuhudumia taifa letu. Tunawaombea mema, na kwa sababu wameikumbuka hii kanisa bila sisi kuuliza ama bila sisi kuwakaribisha, tunasema kwamba kwa sababu ilitoka kwao na wakaona ni muhimu kukufanyia kazi, naomba Bwana hata yale ambayo hawajaweza kutamania uweze kuwajibu na kuwapa yote yaliyo mahitaji yao. Walivyokuwa katika vio mbalimbali katika kuhudumia taifa letu, naomba hata vio hivyo Mungu uweze kuwaongeza zaidi, mapato zaidi, baraka tele wanapoendelea kuhudumia watu wako. Watakapoondoka miongoni mwetu kurudi katika kazi zao, Mungu wa neema, wape neema ya usafiri barabarani, wahifadhi na haki. Kwa hakika uweze kubariki familia zao kwa njia pekee. Na sisi kama wana wako ambao tumekuwa tukiabudu hapa kila siku, naomba kwamba uendelee kutupa neema yako, utubariki kwa njia pekee tunapoenda nyumbani na kurudi tena jioni kwa vipindi vingine. Naomba neema yako iwe juu yetu. Ndilo ombi letu tumeliomba kupitia jina safi la Yesu aliye mwombezi wetu. Amina. Mungu awabariki sana. Justice